lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Niangalie tu sitakusungumzia. Mimi najua sura iko na pesa najua na ile haina pesa najua. Wewe basi umetoa pesa moja. Simu gani? Unatuma kwa nani? Kuna namba yake? Oh. Zimetosha manini na. Zimetosha? No kurugasha hiyo. Alikuwa ni ameka gari. Watoticha. Uko hapa. Unapatia. Ngapi? Haya. Sasa tumpatie yote. Ununue mikate, ununue maziwa mingi. Watu wakunywe. Mzee kama huyu kunyeshewa hivi amenyeshewa. Tutaanza kuona sasa kumwingia kwenye utamane. Patie. Thank you. Si unaona hiyo ni kitu mzuri. Yes, wakunywe chai, ununue kama soko iko bado. Unaweza kununua kwa shida kama soko iko. Kama iko hapo Marikiti najua Wadaraki. Lakini kama hakuna usiende kunini, usiende huko tena. Unaweza kutana na wabaya huko. Unaona Bwana Yesu asifiwe sana. Abia mtu, your exodus is now. Sasa, what is the meaning of your exodus? Exodus ni nini? Yeah? Ni nini? Ni kutoka, ni kuhama. Your exodus is now. Nego dhama, nego diereu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo ni kuhama. Leo tunahama. Haleluya. Leo tunafanya nini? Tunahama. Hiyo katabia, hiyo kakitu, hiyo sheria, tunabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama hauko tayari kubadilika, ole wako, maana lazima utabadilika. Upende, usipende. Maana tunatoka Egypt. Lazima tuhame. Uko tuko Egypt ugekate. Utaacho Egypt chocho ukifanya nini? Yeah? No atike kuikara kate ni we muruwaru, dole muruwaru. Mwanyita. Uikara we jaba we mau. Yes, unawali go coffee ukomereria. No waikara ugo na jaba. No waikara ugo aturadio gona kama tiri moraikara ugo. Waikara ugo taraira agethi kwa matamatu iguru. Asha. We uikara we kiriru adwe ni bitu nwe twehokete guku. We nwe turoraga iguru. Uta imagine uyo kama kwaje. Lekia. Umudu yo yuko inamete korori aramatha ngaire yeah acha ona mwere ni raina mia dio teka dio tutikwenda maudo macio goko wenwe mwihoko witu wenwe mami witu goko uyo kiaje kwa inaina goko radita diga kuendelea kihao gichacha ikaguku maigwa yes wewe ni muthigari wako kuru ndema ya muthigari ya aria gichacha ya mafundisho mazuri ambayo itatusaidia katika kuelewa maana ya kutoka kule tunatoka na kule tunaenda. Tutafute kitabu cha Deuteronomy 7. Kitabu cha 7, Deuteronomy chapter number 7. Tutaenda tukisoma chapter number 12. Tutoke hapo tuende kila mahali pale Mungu atatukubalisha. Maana leo mtu wa kulala leo uongoje coffee, itakulalua coffee. Ujaribu ulale. Ni mwe wenyewe. Niye kunywa coffee ogwo ka na dina bena na Yesu adina bena kogosho. Mtu ajaribu alale leo.
Maana ni kutoka, tunatoka. Sasa ukilala wakati unaenda kumilala ndio tunatoka, tuanze kukuita ngani Joroge okera. Hapana, ni kuondoka, tunaondoka. Sasa kuwa tayari, bagi yako ikuwe tayari, kila kitu yako ikuwe tayari. Ani nipatie Deuteronomy namba 7 Kiswahili, maana sasa hawa wamekuwa wengi. Kama akikuwa mmoja hapa tukipapana tu na Kiingereza na tufunike yeye na tusahau, lakini sasa wamekuwa wengi. Sasa hawa uwezani na wao. Tupatiwe Deuteronomy 7 ani ama haiko. Kuna mtu Deuteronomy acha tusome yetu akiendelea kutafuta labda ako kwenye ndoto zake. Sasa tusome Deuteronomy chapter number 7. Inasema, when the Lord your God brings you into the land that you are entering to take possession of it. When the Lord your God brings you. Tuweke Kiswahili tafadhali. When the Lord your God brings you. Mwambie mwenzako, when the Lord your Lord brings you. Yani Mwenyezi Mungu, Mungu wenu atawafikisha kwenye nchi ambayo mtakwenda kuifanya makao. Haleluya. So hatuna taswishi ya kutoka tunatoka. Haleluya. Kwa hivyo Mungu ashapanga, Mungu organize, Mungu amshafanya maelekezo. Unaona, Mwenyezi Mungu, Mungu wenu atawafikisha kwenye nchi ambayo mtakwenda kufanya makao yenu, na atayafukuza. Haleluya. Jojote ambalo linaenda kufanyika sio halifanyiki kwa sababu kule mnaenda hakuna watu wamekamata. Si eti kule mnaenda hakuna watu. It is the place that has been occupied. Kule mnaenda kumekamatwa, anga imekamatwa, territory imekamatwa. Kuna watu wamemiliki kule, lakini Mungu anakupeleka akijua kuna watu. Haleluya. Mungu anakubariki akijua already kuna watu wamekamata anga ile. Mungu anakubariki akijua ya kwamba kuna kitu kimekamatwa, anaenda kungoa watu kwa sababu yako. Haleluya. That is how powerful it is. That is how powerful and strong it is. That it is not ati hauendi tu kukalia kitu ambacho kiko tayari kimetengenezeka. Unaenda kukalia kitu ambacho kimekamatwa. Kuna watu watangolewa, kuna watu wataangushwa, kuna watu watafukuzwa, kuna watu watasambaratishwa, kuna watu wataondolewa mara moja. Hallelujah. So it is not just a walk. It is a victory. It is a spiritual victory that we are conquering. We are going to remove people. We are going to remove occupations. We are going to remove things that are already occupied. Watu ambao wamejiestablish, watu ambao wamekaa hapo. Hiyo position unaenda kupatiwa sio position ambayo ilikuwa haina mtu. You are going to be given. Kuna mtu atapokonywa position upatiwe kwa sababu wewe ni mtoto mteule. Hiyo biashara unaenda kuimiliki sio eti biashara hiyo haifanywi na watu wengine. Kuna watu watapokonywa ndio wewe upatiwe hiyo nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo biashara, hiyo business unafanya, hiyo deal unafanya, sio eti ya kwamba hakuna watu wengine wanaweza kufanya kazi kama hiyo. Watu wanaenda kupokonywa position, biashara, deals ndio wewe upatiwe. It is not that you are going at unaenda tu kutembea unasema Mungu amenisaidia. Mungu amenisaidia. Mungu amenitendea. Hapana. Yes, utaimba wimbo wa ushindi kwa sababu kutakuwa na vita. Hallelujah. Kutakuwa na nini? Kutakuwa na vita. Tutakuwa lazima tuondolee, lazima watu wapokonywe position, lazima watu wapokonywe pesa, lazima watu wapokonywe mamlaka, lazima wapokonywe kitu ndio wewe upate ile nafasi. Kwa hivyo sio kitu ambacho kinakuja tu hivi hivi. Lazima Mungu ajidhihirishe kwako, ni yeye aliyekuita. Lazima Mungu adhihirishe ya kwamba kazi ambayo unaenda kuianza ni Mungu alianzisha, kwa sababu si wewe. Mwenyezi Mungu, Mungu wenu atawafikisha kwenye nchi ambayo mtakwenda kuifanya makao yenu, na atayafukuza mataifa mengi kutoka nchi hiyo. Atafukuza yeye mwenyewe. It is not in your business kwenda kufukuza mtu. Atitoka katika jina la Yesu Kristo na kufukuza. Hapana. It is just you are going to walk into your victory. You are going to walk into your Paris.
You're going to walk into your business. You're going to walk into your job. You're going to walk into your ministry. You're going to walk into, because God has prepared already the ground for you. He has prepared. Ametayarisha njia, ametayarisha mipango, ametayarisha kila kitu. Yani chochote ambacho utakihitaji kule utakikuta kiko kwako, maana kuna watu watangolewa na upatiwe. Na wakingolewa hawangolewi wahame na hiyo shamba, hawangolewi wahame na magari. It is not our plan. It is not our organization. It is not our idea. It is the idea of God. Hallelujah. It is the idea of who? Of God. It is not your idea. It is not in your plan. So nobody can be able to stop that plan. Hallelujah. Timofago wadu. Na igwa shosho. Timofago wake. Timofago wadu. You know that thing, you don't know. It is not in the plan of you, but the plan of God. God has finalized. Na ndio aanzishe safari yako, amekamilisha mipango yote. Hallelujah. Kwa hivyo hakuna mchawi atakuroga, hakuna mtu atakupangia, hakuna mtu atakuzuia, hakuna chochote kitazuilika. Nothing. Because already it is not in your plan. Ile kitu ambacho wanaweza kuzuia ni kile kitu ulipanga na watoto wako, ukapanga na mume wako, ukapanga na pastor wako, ukapanga na bosi wako, ukapanga na familia yako. Maana hiyo unaweza kupanguliwa na mtu. Hallelujah. But this one was planned by God, and God had an idea ya kujua mahali anakupeleka. Na alijua kuna mataifa 7 ya Wagirigashi, ya Wamereku, ya Wahiti ambao anaenda kuang'oa. Hallelujah. Anaenda kuwaondoa ndio wewe ukalie kiti, ndio wewe upate shamba, ndio wewe upate mamlaka, ndio wewe upate biashara, ndio wewe upate kazi. He is removing. Anaondoa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na haondoi watu hivi. Hello. Kitu ya muhimu sana ni hapo. Dereheli ya tumudu. Yani haondoi tumutu. Hallelujah. Haondoi just tumutu ati nilikuta tumutu hapo nikaondoa. Anasema Mwenyezi Mungu wenu atawafikisha kwenye nchi ambayo mtakwenda kufanya makao yenu, na atayafukuza mataifa mengi kutoka nchi hiyo. Mengi. Mataifa, sio kataifa, mataifa. Kitu kilicho na nguvu, kitu kilicho na mamlaka, kitu ambacho kinaogofya. Hallelujah. Mtakapo ingia, atayafukuza mbele yenu mataifa 7 makubwa na yenye nguvu. Sijui nyinyi mnasema nini. Sijui kama nyinyi mnamuelewaki. Hata Mungu akinena kitu unasikia. Unajua kuna kama kungekuwa ni kwingine, kama tungekuwa Nigeria, ile Yemen ingekuwa inatandikwa hapa, ingekuwa inatandikwa mpaka unasikia inaongea. Yes, mpaka unajua huko katika nyumba ya Mungu. Lakini sasa ni Wakikuyu, watu wenye starehe. Amen. Kaini yako higia ni yako kinyandiria maundu macio. Kaini mwega, kaini mweha keke. Yani unajua Wakikuyu wanajua kuongea na Mungu na formula na mpango ulio na utaratibu. Sio kama nyinyi. Wewe ni Mkaba, ni Mjaluo, ni Mwebu. Wewe ni Mturukana. Sawa. Hata Waturukana si ni watu. Mtakapo ingia atayafukuza. Mtafanya nini? Mtakapo ingia. Sio mkiwa kwenu kama mmelala, sio mkiwa kule Kayole mnakula managu, sio mkiwa kule wapi, kule Nakuru mkikula maharagwe, sio mkikuwa kule Embu mkikula mbosho. Hapana, mtakapoingia. Kwa hivyo lazima mfanye hatua ya kuondoka na kuenda. Hallelujah. Lazima kuwe na hatua ya kuondoka. Kwa hivyo lazima utayarishe akili yako, utayarishe mwili wako, utayarishe moyo wako ya kujua ya sasa tunaondoka. We are getting out. Hallelujah. Nego diereu. Sema nego diereu. Hiyo najua mnajua vizuri. Mtakapoingia atayafukuza mbele yenu. Yani mkiwa hapo, mkiwa mnaangalia maadui watafukuzwa, mkiwa mnaangalia watu watangolewa, kama unaangalia huduma itainuliwa, kama watu wanaangalia biashara itainuka, kama
kama watu wanaangalia ndoa itainuka, kama watu wanaangalia kuna kitu kitafanyika, watu wakiangalia. Haleluya. Si eti itafanyika kwenye giza kule ndani. Hapana. Unapoanza kufanya, unajua kuna maadui wamekuzuia, wamekamata anga yako. Kuna maadui wamesema hakuna mahali unaenda. Kuna maadui wamesema hautafaulu. Kuna maadui wamesema hakuna mahali utakaa. Nataka nikwambie lazima watakuwa ukianda ukikamata anga. Watakuwa ukikamata nemego kuonao gekeka, mekonodo shogekeka. Hiyo maneno itafanyika kama wamekondoa macho yao kondo. Si eti watakuja kuzikia hadi kulifanyika. Wazima watakuwa hapo kuangalia. Watakuwa wamekondoa macho kondo. Sema kondo. Hebu kondoa macho yako kondo. Yes. You will witness it. You will see it as it's being done by God. You will see as it's being organized by God. So just relax and just enjoy your life. Just enjoy yourself, because you only need to take a position of action. Take a position of what? Of action. Just be activated. Kuwa tayari kuanza safari. Kuwa tayari utakapoanza safari, maana utaanza safari ukienda. Ukifika tu mahali pale, Mungu hata wafukuza kabla wewe kufika mahali. Lazima ufike ndio Mungu akuonyeshe, I am your God, the God of your fathers. Maana aliahidi Abrahamu, kizazi chako kitaenda kwenye utumwa wa miaka 400 na nitakiokoa. Haleluya. Na alikiokoa. Mtakapoingia atayafukuza mbele yenu mataifa 7 makubwa na yenye nguvu kuliko nyinyi. So wewe si mtu, yani kile kinachoondolewa mbele yako ni kikubwa kuliko wewe, ni kina nguvu kuliko wewe, kina uwezo kuliko wewe. Haleluya. Sijui kama mnanielewa. Naona kama hamjanielewa vizuri. Naona ni kama nyinyi bado mmelala tu. Unajua mmekula ugali sana. Naona kama mmekula ugali na maharagwe na nini na mbosho. Yani nataka kuambia kwamba haya mataifa si kama taifa. Hawa wanaenda kuondolewa si tumutu. Haya. Hawa hiyo position unaenda kupatiwa imekaliwa na jitu, imekaliwa na kitu powerful, imekaliwa na watu wenye nguvu, lakini Mungu atawaondoa, Mungu atawasambaratisha, Mungu atawakaragalia, Mungu atawakokokoko. Yeah. Si ati unajua Mungu ni Mungu ambaye anakuonesha, ni Mungu wa vitisho. Haleluya. Mungu wangu ni Mungu wa vitisho, ndio naonanga saa zingine nafanyanga vitisho hapa. Maana ninajua nina Mungu aliye wa vitisho. Mungu aliye na nguvu. Mungu ambaye anasema nitakumaliza. Hello. Yes. Mungu anasema nitakutandika. Haya. Si Yesu aliingia kwenye hekalu na katandika. Yeah. Etako gaimune ne Jehova ita. Ti italia kunywa shoro. Ne italia bara. Nona nyitake ukananike keu. Ugane italia bara. Badali ya gosho. Huyu ni Mungu mwenye is a God, a mighty warrior. Hallelujah. He's a mighty warrior. He conquers where it is unconquerable. Hiyo ni Kisugu lakini manini? Nini? Hiyo ni Kijuu. Yeah, hiyo ni Kijuu. Kesho nitakufundisha Kifaransa. He enters, he gets into position, the position that you are not able to control, not able to win. That he knows if he leaves you there, kama angekuachia tu kidogo, hakuna mahali unaenda. I'm telling you, akakuachia mang'ang'i. Naonanga watu wengine hapa, unakaa unalega hivi, unalega, Mungu anakuambia amekubariki lakini bado unalega hivi. Akaondoka kidogo katika mlego hiyo yako, akuondokea tu kidogo, ndio utajua kuna mambo. Mungu anajua kutenda mambo, atakutendea, utatendewa maneno na hawa watu, maana hawakupendi. Haleluya. Hawakupendi, hawa watu hawakupendi. Hawakupendi hata kidogo. Chochote ambacho unaenda kubarikiwa nacho, hawapendi ukibarikiwa. Chochote mahali unapokwenda, hawapendi ukienda. Mjambo unaenda kufanya, hawapendi ukilifanya. Maana wanafikiria ni wao. Wanafikiria ardhi ni yao. Kweli ardhi ni yao. Kweli mamlaka ni yao. Lakini Mungu anaenda kuwapokonya. Sasa unafikiriaje? Hebu sasa fikiria tu kama binadamu. Usifikirie kama Samia. Ufikiria tu kama binadamu, ujiulize. Watu wanaenda kupokonywa shamba kwa
sababu yako. Watu wanaenda kupokonywa mali kwa sababu yako. Watu wanaenda kung'olewa. Hebu fikiria wewe. Fikiria wewe. Ati ufikiria watakupenda. Ati watakupenda kule. Hawatakupenda. Watafanya kila mbinu kukuangusha. Watafanya kila mipango kukuleta chini. Watafanya kila mipango ya kuhangaisha. Watafanya kila mipango ya kuhakikisha hauendi. Lakini kumbuka si wewe. Unajua hiyo sasa ndio itakuwa issue. Sema issue. Kumbe mnajua kizungu. Sema issue tena. Yaani hapo ndio itakuwa issue, maana watakuwa wanapangia. Kumbe Mungu ndiye aliyepanga mipango. Haleluya. Watakuwa wamepanga kukuangusha. Kumbe Mungu alikuwa shakupangia kushinda. Watapanga kukuleta chini. Kumbe Mungu alikuwa shapanga kukuinua. Mipango ya Mungu iko na formula ya Mungu. Iko na formula ya mbinguni, lakini wao wanakupangia na formula ya hapa duniani. That is why I count on my God. In whatever things I do, kile chochote ambacho nafanya, I count on my God because I know my God where kule amenitoa. Imagine kule amenitoa mimi. Do you ever imagine? Do you ever sit down una discuss kwenye mind yako mtu anaitwa Dora Waroigi, unamuimagine? Hallelujah. Leo nimeshinda kwa ofisi, nimejifungia nikijiimagine. Hebu mwambie msako kujiimagine. Uone vitu ambavyo Mungu amekupigania mpaka mahali umefika. Yaani ujiangalie tu nimeweka kwa kompyuta yangu nikaweka kutoka wakati nilikuwa Mungiki. Wakati nilikuwa nabeba madiokole, nilikuwa nabeba panga hapa na madiokole hapa. Nani anajua madiokole ni nini? Sasa angalia hata mjui. Hata hamjui. Madiokole ni fibo tulikuwa tunaweka hapa, ina ile imekaa hivi ile ya madhai. Ndio nakwambia niondolee ujuga, nione mbele. Haleluya. Na hapa huko na paga na huko nyuma kuna buduki. Yes. Sasa hiyo unapita city center. City center. Hata roho amesema. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona umekamata, unawekwa kwenye magari, unapingwa pingu miguu na mikono. Na wale wamekusaraundi ni reke squad, waskari 400, lakini bado wanakuokopa, wanakufunga miguu na mikono na wanakuweka kitambaa usijue kule unapeleka. Halo. Wanakupeleka barabara kutoka Ngong, zinaondolewa magari zote. Gari karibu 50 za CID, za GSU na Land Rover zote. Unakuta shughuli yote imesimamishwa kwa sababu yako. Hello. Mudumu, shughuli inasimamishwa. Polisi mzima unakuta mpaka mkubwa wa polisi amekaa na wakitoke akisikiliza movement venye inaendelea. President wa nchi anaendelea kubrifiwa, tumeshamkamata. NSIS wako kwenye mipango ya kuelewa mipango yote imepangika. Na kule kwenye jela kule unapelekwa, watu wanaondolewa ndio uwekwe karumu kako. That is an authority. Nimesema Bwana Yesu sasa nikimuona kagetea. Unaona ngani naliga. Sio kuliga kwa sababu napendaka kuliga, naligaga kwa sababu najielewa who I am. Yes, I am. Niko na nani? I am. Hallelujah. Maana aliniambia mahali popote utaenda nitakuwa na wewe. Na wakati huo sikuwa najielewa na sasa ninajielewa. Maana siku hiyo nilikuwa nafikiria ni bangi imefanya kazi. Maana nilikuwa navuta bangi mpaka nasikia jicho yangu imefika hapa. Imeanza kuteremka peke yake. Mungu wakati mgetokole ni mwenye wa bangi. Mnasikia kaje? Ati kiongozi wenu ni mvutaji wa bangi, alikuwa mvutaji wa bangi. Unajua na waangalia hivi na washindwa. Kumbe hata nyinyi mlikuwa mnavuta bangi. Maana mnawezaje kuvuta mtu mwenye alikuwa anavuta bangi? With God all things are possible. Wewe umewahi kuvuta bangi? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini huyu Mungu akiamua na akipanga mipango yako, hauhitaji kukuwa na mipango aina yoyote ile. You only need to fit in the plan of God, and God will do everything possible to make you win the battle, because the battle, it is not yako, battle ni yake. So whatever you are winning, you are not winning for yourself. You are winning because of God. Hallelujah. Vita vyovyote ukishinda si kwa sababu wewe ulikuwa ushinde, si kwa sababu ulikuwa wa maana, si kwa sababu ulikuwa ati wewe tu ni ungefanya. Hapana. Vita vikishindwa sio vyako, ni yeye anashinda. Ni wewe anakutumia kama chombo cha kushinda vita, ndio aweze kuinuliwa, jina lake likaweze kutukuzwa na kufanyike testimony ya kwamba Mungu amefanya. Yes.
Kwa hivyo ukiona umeshinda vita, wacha kutasa kutulikia ati watajua mimi ni nani. Watajua mimi. Hapana, wewe ni kitu bure. Wewe ni kitu bure. Maharagwe tu imeoza. Wacha until Mungu apate hiyo glory. Vita vikishindo, wacha mwachie Mungu apate hiyo glory. Akipata hiyo glory atakupeleka kwenye glory nyingine. Akipata hiyo glory nyingine atakupeleka kwenye nyingine. Maana wewe ni chombo tu cha kutumika to the glory of God. Biashara yako itafaulu sio kwa sababu unapendeza. Sio kwa sababu ni lazima ufanye biashara. Sio lazima ukue kwenye ile biashara. Lakini God is using you to glorify his name. And why did God choose you? That's a question. Why did God choose you for his glorification? That is the $1 million question you need to ask yourself. There must be a reason why God chose you. Ni kwa nini Mungu alikuchagua kwenye vita zake? Maana kwa nini anakutumia kwenye vita zake? Ni kwa nini anakubali wewe utumike? Ni kwa nini anakubali ndio yeye ainuliwe? Wewe lazima ukue. Hiyo ndio kitu nafaa kufikiria sana. Think about it again. Hallelujah. Hebu guza mwenzako mwambie think about that. Usijione ati wewe ni mtu wa maana sana. Mwambie hivyo, usijione wewe ni mtu wa maana sana. Lakini kuna kitu Mungu amekuweka ndani yako ambacho ndio anakitumia kuinua jina lake. Hallelujah. That is why you are a chosen one. All the chosen people are chosen because of a purpose, because of a reason. And it is that reason that God uses you. It is not any other. Si ati uko na sura mzuri, hapana. Hapana. Kuna watu wako na sura mzuri kukuliko, lakini they have gone nowhere. Wewe na sura yako mbovu umefaulu, umeenda mbali. Wewe na sura yako mbovu huko kwa mkesha wale wa kubarikiwa. Hallelujah. Wewe na sura yako mbovu unatuangalia tu kwenye runinga. You are watching us from Britain, from Germany. Unatazama tu na unasikia neno linakuingia. Not because you are worthy to watch this program, but God had prepared you for the program. Because there is a victory, kuna ushindi ameweka ndani yako, unaenda kuaibisha maadui wako. Hallelujah. And that is what amazes me with God, because God will just do, he does. Najua anafanyanga vitu madhogodhanio. Ukiangalia life ya mtu, angalia life yako uone venye life yako inakuwa madhogodhanio. Inakuwa ni life ambayo haieleweki. Unakanga kimujiga kikubafu. Lakini katika hiyo ujiga kubafu, kumbe Mungu amejificha hapo ndani. Sasa watu wanakuja wanakuangalia, wanauza hiki na hiki, kinafikiria kinaenda wapi? Kumbe ni Mungu wako huko ndani, ndio maana amefanya madhogodhanio. Mtu anajifanya ni mtu maana, ni mtu wa special. Kumbe katika huyo special yako, God is not inside there. God yuko kwenye zile madhogodhanio, ile challenge, zile mavitu ambazo zinafanyika mahali zinafanyika. And that is why God causes you to move from one level to another. That's why God causes you to accelerate from the levels you are. That is why God causes you to move to the positions of control, positions of power. Hallelujah. Sasa mtakapoingia, atayafukuza mbele yenu. Yani mbele yenu, si nyuma yenu. Atawafukuza mbele yenu. Mkionaga ataondoa maadui. Kwa hivyo usitarajie maadui wako wataondolewa kama umeenda kulala. Usitarajie maadui wako wataondolewa kama umeenda Mombasa. Usitarajie maadui wako wataondolewa wakati umeenda Amerika. Maadui wataondolewa ukiona hivi. Utakuwa hivi unacheki, macho yamefunguka, yamekuwa clean. Unajiangalilia tu kwa macho. Unaona utukufu wa Mungu, unasema kayo nega yeye. Hallelujah. Paka unaongea kama ni mama wa soprano, unaongea na alto, kayo nega yeye. Ama hiyo si alto, si alto. Hiyo ni bass kweli? Hapana. Hiyo ndio bass. Si ndio sasa naongea na bass. Na hiyo sasa naongea ni alto. Hiyo sasa naongea nayo. Na sasa hiyo naongea nayo. Hiyo nayo ni gani? Hiyo ndio soprano. Hiyo ingine ndio alto. Hata mimi siku moja nitakuja kukuwa mwimbaji. Sasa nikikuwa mkubwa kama wewe, nitakuja kuja kwa mwimbaji. Hallelujah. Yani atawaondoa maadui ukiangalia. Sia ati ukiwa safari ukiangalia maadui ataondolewa. Mpaka wale ulifikiria ni marafiki zako lakini hawako kwenye mpango wa Mungu wataondolewa. Hallelujah. So ukiona mtu ameondoka
kwenye maisha yako, piga makofi 2, maana yeye ndiye alikuwa kizuizi. Ukiona Mungu wa mtu ameondoka, kumbe yeye ndiye alikuwa amebeba roho ya Jezebeli, ndiye alikuwa anazuia baraka, ndiye alikuwa anazuia mipango ya Mungu, kumbe ndiye alikuwa amekufunga miguu, kumbe ndiye alikuwa anazuia usiende. Wacha wakaondoke, ndio Mungu akakubariki. Maana kuna mizigo lazima iwekwe chini. It doesn't matter ama ni mtoto yako ama si mtoto yako, ama ni mama yako ama si mama yako, ama si baba yako ama ni whatever. It doesn't matter kama ni bibi yako ama ni mke wako. It doesn't matter what they are. What it is that God must remove them for his glory to be seen. Lutu lazima kangeondoka. Mwambie mwenzako Lutu lazima aondoke. Haijalishi Lutu amekusaidia mpaka wapi, haijalishi amekuwa na wewe mpaka wapi, haijalishi amesimama na wewe mpaka wapi, haijalishi ni mtoto wa kaka yako, lakini kuondoka ataondoka. Ndio macho yangu yafunguke nione upana wa shamba ambayo Mungu amenipangia. Haleluya. Mwambie mwenzako lazima tuvuke. Yes. Na hauwezi kuvuka kama macho haijafunguka. Hapana, hauwezi kuvuka kama bado you are blind. Macho lazima ifunguke. The eyes must see. Najua nasikia leo kuhubiri nikiwa kwa hewa. Nasikia kiraha. Unajua hakuna kitu mzuri. Unakumbuka siku ile tulikuwa tunaambia tunaenda Geshagi. Tunaenda kuona auntie siku zile zamani. Wacha na hii ya siku hizi. Ile ya zamani. Tukihariria terushone turathi gwa tata. Neturathi kwa mama ukehari muraraga mwithambite nanyita na mukehaka maguta mago kama utuko, unarara kama umeoga na kama umejipaka mafuta ile tu unafanya mpaka una brush. Mpaka mimi kuna siku moja nakuja nilikunywa chai usiku because tunaenda siku tulikuwa tunakuja, ilikuwa Molo, tulikuwa tunakuja Githurai kwa aunti yangu Githurai, so matayarisho yalikuwa kabambe. Sasa imagine Mungu sasa ndiye amekupanga. Mungu ndiye ameorganize kila kitu. Sasa mnaenda kuondoka. Mnaenda kuenda kwenye nchi ya ahadi ambayo mmengoja miaka 400, ambayo mmeteseka mkienda huko, ambayo mmeitarajia. Mnaambiango tu story ya hiyo nchi. Mnaambiango kuna matunda, kuna asali, kuna nyama, kuna maziwa, kuna vitu vizuri kwenye nchi hiyo. Hakuna mateso. Ni nchi ya ahadi ambayo Baba aliahidi. Imagine nchi ambayo umeitamania for 400 years. You've been waiting for 400 years that I am moving out. Oh my God. Sijui kama mnanielewa. Mnaona kama ni nini mnaona kama nimekunywa muratina leo? Mnanielewa? Mnaona kama tunafuka ama mnaona ni mimi ni kama Musa tu? Hamuniamini vizuri. Ama mnataka kuniambia ni kuona uliona kama kule hakuna kaburi ndio utulete hapa tukuje tukufie hapa. Yaani mnanionaje? Mnaniona kama tunavuka? Leo lazima tuvuke. Upende usipende. Na ukijaribu kubaki nyuma tunakuweka madiokore. Yes, hautabaki nyuma. Hautabaki nyuma. Maana ukibaki nyuma utatuuza. Lazima tuende na wewe. Hii ni jeshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani akasema atayafukuza mbele yenu mataifa 7 makubwa yenye nguvu kukuliko nyinyi. Watu hawa ni wanani? Ni Wahiti, Wagirigashi, Waamori, Wakanani, Waperezi, Wahivi, Wayebusi. Wote. Kumaanisha mataifa 7 yenye nguvu, kumaanisha the completion. Number 7 ni completion. Yaani gotire kendo gegotigo kila gyote kila akogiaga imewekwa ndani ya kikapu moja. Kila gyote kila akogiaga imewekwa ndani ya kikapu moja na inaenda kuondolewa mara moja. In one kikapu zote, the completion number. Yeah. Acha mseso, hapa kuna mseso. Zimewekwa ndani ya gunia zote. Ene shida, tabu yoyote, matatizo yoyote, wachawi wowote, warogi wowote, majezebeli wote wamewekwa ndani ya gunia. Wanaenda kufukuzwa, wamefungiliwa, wamewekwa juu ya mkokoteni na makanga moja ameitwa sukuma mkokoteni. Pia baada ya Mwenyezi Mungu wenu kuyatia mikononi mwenu. Sasa angalia sasa. Sasa angalia hata mwejielewi hamwewi ni kujipepeta tu mami. Sasa hiyo kujipepeta sana. Kuna usiende pale nje ukaikae huko. Ati joto
mijoto ya safari imezidi. Mijoto ya safari imezidi. Tunajipanga, tunajipepeta tu, maana Mungu amefanya kitu. Kazi yako ni kujipepeta tu. Mungu akikupeleka, hakuna kufanya kitu, ni kujipepeta tu. Haleluya. Nakwehurutira taguko yake huruto. Pia baada ya Mwenyezi Mungu wenu kuyatia mikononi, kuyatia mikononi, yani kulete hawa watu awawekelee kwenye mikono yako. Maadui awawekelee kwenye mikono. Yeye mwenyewe akamate maadui wale ayawawekelee kwenye mikono yako. Aoko negera kuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Atawakamata maadui ambao ulikuwa unaogopa, maadui ambao ulikuwa unawaona unaanza kujikojolea, maadui ambao ulikuwa unaona unatetemeka. Atawakamata kwa pamoja wote, siku moja, wote kwa pamoja, awaweke ndani ya gunia, akupatie kwenye mikono yako. Akwelewe ushughulika na wao. Wewe dhira mudu goga watu. Haleluya. Goga nini? Goga watu. Wataletwa mikononi mwako. Don't expect watapigiwa na huko, hapana. Wataletwa hapa, watafinywa ukiona. Sema kufinywa. Watafinywa ukiona, watazimwa ukiona, watanyamazishwa ukiona. Yani maigereirwo moko ine mako. Yani you can imagine how victorious it will be that maadui, mtu ambaye alikuwa nakutishia, mtu ambaye alikuwa nakaa dunia hii kama ni yake na Mungu, mtu ambaye alikuwa nakaa mpaka anakuuzia kauoga kengine, mtu ambaye ulikuwa nasikia ni jitu, mtu ambaye wana wa Israeli walikuwa naambia wale watu ni majitu, those are giants. Mpaka wakashangaa. Watu 10 katika watu 12 wakaambia Musa, kule ni kubaya, wale watu huko ni giant, ni watu wakubwa. Joshua na Caleb wakaambia Musa, tukienda na Mungu wetu wale tutashinda, lakini sisi tukienda sisi wenyewe tutagogwa, tuko hinywa takutonyamutoge. Kumbe ni giant, ni magoliath walikuwa kule, na hao magoliath imagine watawekwa kwenye gunia moja. Mashokeo negerelio hao. Magoliath wote katika maisha yako, magoliath wa biashara yako, magoliath wa familia yako, magoliath ya kazi yako, magoliath wa ndoa yako, watakamatwa. Sema kukamatwa, wawekwe ndani ya gunia, watabebwa, waekelewe kwenye mikono yako. Wataekelewa kwenye mikono yako hivi tu, yani bila struggle. Sema bila struggle. No kama ukimokole kama ukimona kamito. Sasa hiyo ndio itafika wakati unakula kamito. Na hiyo sio kamito ya kupika. Sio ile ya kumitwa na moiko. Ni ile kamito ile ya kutanfuniwa. Unatolewa hivi, unaekewa hivi. Venye maisha iko London. Sasa unasema sema nini? Na ndivyo ni gomo mumunyago woko. Atiweza kaya kaja nukira. Tekela matanuko na ni gomo mumunyago woko. Sasa hiyo na hiyo leo mumunyagole na kero hiyo bogekero kanwali. What's the difference? Naku demo naku na ndeka demo naku ndeka bogwa ndoge mokora ugoke fanyeno de krowa dene ama ni aje sasa. Pia baada Mwenyezi Mungu wenu kuyatia mikononi mwenu, mukawashinda watu hao na kuwaangamiza kabisa, musifanye agano lolote nao, wala musiwahurumie. Musifanye agano. Hawa maadui waliokuwa kwenye huduma, hawa maadui waliokuwa kwenye maisha yako, hawa maadui waliojaribu kukupiga, hawa maadui waliokusaliti, watakapotiwa kwenye mikononi mwako, usiwahurumie, uwakanyage, uwafinye, wala usifanye maagano na wao. Hata ukiona venye wamefinywa usisikie huruma.
Maana Mungu amekuletea kwenye mikono, amekwambia leo hinya gato. Yani unasikia gato, finya matubo. Unashika matubo unafinya pole pole. Unashika kashigo unafinya pole pole. Alafu unafinya tumacho tunaingia na huko ndani. Ishara mwana hana tawe. Ndio wataru. Ategeshera mwana yeye na tawe. Kamo hinya maitho. Aja hereria kegio tatainere bora. Ukisikia hiyo mama anaosha vyombo, anaimba hiyo kawimbo, ujue ni wewe unaibiwa. Tulikizaa mtoto akae kama wewe. Kwa hiyo aja hereria kegio. Hello, waokofu in the house. Hello. Wale hawajai kupitia kwenye uko ije. Hello. Mtaokoka. Yani agano, msifanye agano lolote na wao. Hao maadui waliokuinukia, majezebeli waliopanga mipango ya kukuangusha. Wao waliacha kama umeisha. Wao waliwacha kama wewe unaenda kusoroteka. Wao walikuacha, mume alikuacha eti kwa sababu wewe hauna kazi. Mke aliyekuacha kwa sababu umepata kaugonjwa fulani. Waliokuacha kwa sababu umezingirwa na matatizo. Biblia inasema, usiwahi wakijaribu kurudi, usikubaliane na wao tena. Adwasio hawa watu ambao wamekwisha kuondoka kwenye maisha yako. Hao Mungu amekuondolea kwenye maisha yako. Haya maroho ambao Mungu amekuondolewa, nataka nikwambie usifanye maagano tena, usirudi huko. Mungu amekuokoa, amekutoa kwenye minara ya kishetani. Mungu amekutoa katika mipango ya kishetani. Mungu amekuinua na amekupatia jina lingine mpya. Usifanye tena maagano. Ategeuka ungekaja kwela babe. Tekela tutodolere. Ndiramenya ko lya derekaga. Mwire ni joe duramenya gae. Jehereri olimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Afanya nini? Niondoe ujinga. Na unakaa mbali kidogo, unaangalia vizuri, unaangalia sura kama sura imekaa mzuri. Sasa hiyo unakunja sura, unakaa kama Mturukana amechomwa na jua. Verse 3. Hallelujah. Musioane na wao, wala musiwaozeshe binti zenu au wana wenu kwao. Yani cut off any link. Disconnect yourself from them so that God can build you again. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome Deuteronomy chapter number 12. Deuteronomy chapter number 12 from verse 1. Then now, how do we do after wameotolewa, after wameng'olewa, after wameagushwa, after wamesabaratishwa? What do you do? And this is what we can do. Because our God is a great God who organizes and plans our systems, who plans our ways of doing things, so that when you conquer, from verse 1, when you conquer in totality. Ukishinda vita, unavishinda in totality. Tusome tu ya Kiswahili, tulikuwa kwenye Kiswahili tafadhali. Yafuatayo ndiyo masharti na maagizo mtakayofanya. Haleluya. Kwa hivyo ukishinda vita kuna maagizo, kuna plan ya Mungu. Ukishinda vita sio eti unaenda tu kukaa hivi holela. Mungu ameondoa. Lakini katika hiyo ardhi ambayo Mungu ameondoa hawa watu, kuna miti walikuwa wanaabudu kule chini. Kuna ng'ombe ambao walikuwa wanatoa kafara. Kuna mambuzi walikuwa wanafanya mambo nayo. Kuna vitu kwenye ardhi zile, kuna madhabahu ilikuwa imeinuliwa kwenye ardhi zile. Kwa hivyo Bwana anasema yafuatayo ndio masharti na maagizo ambayo mtayatimiza katika nchi ambayo Mwenyezi Mungu wa babu zenu amewapa muimiliki siku zote za maisha nchini. So sio kitu cha sasa eti kwa sababu tutafanya leo na iishe hapo. Ni siku zenu za maisha yote. Chochote ambacho Mungu amekupatia umemiliki, hata kama ni umepata mwanamke wa ndoa munaoana, ujue kule ametoka kuna madhabahu.
Kama umepata kimwanaume ati kimesema kinakuita mbembu mpaka kina kneel down, bado kwao kuna madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitapata shamba, Mungu akupatie kaploti, uende ununue kaploti, bado hako kaploti. Nani alikuwa mmiliki wa hiyo ploti? Nani alikuwa kwenye hiyo ploti hapo awali? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni madhabahu gani ilikuwa kwenye hiyo ploti? Umepata nyumba mpya, umekodisha, umehama Kayole, umeenda Dadora, nyumba ya room 3. Hiyo nyumba ilikuwa imekaliwa na nani? Hiyo nyumba ilikuwa na nani? Lazima uiangalie na uikague na uibomoe madhabahu yoyote, maana kuna madhabahu kwenye hiyo nyumba. Haleluya. Ndio unaona mtu anahama kwa sababu ameongezewa kamshahara, anahama kwenye ile ploti alikuwa anakaa, anaenda kwenye ploti ya shilingi 15,000. Shida zinamwanzia hapo. Mtu mwenye alikuwa anaendesha kagari unakuta sasa anatembea mguu kama nyoka. Hapo Mungu shika vizuri. Haleluya. Mtu ambaye alikuwa anafanya vitu unakuta sasa ameanza kukopa, ameingia kwenye mikopo na ni nyumba umehama. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta kazi ambayo ulikuwa umeajiriwa umefutwa kazi na ni nyumba ulihamia. Na nyumba ni mpya, si mzee, nyumba ni mpya. Ati ni nyumba plot ilijengwa nyumba mpya. Sasa wewe ulihamia huko maana umepanda class, wewe ni wa class na marafiki wako ni wa class. Lakini the moment uliingia kwenye hiyo plot, maisha yako inaanza kwenda chini. Why? Because kuna madhabahu kwenye nyumba hiyo. Kitu chochote ambacho kimejengwa kiko na madhabahu. Kitu chochote ambacho kimeinuliwa kiko na madhabahu. Binadamu yoyote anaye exist katika dunia hii ako na madhabahu. Mwanamke yoyote ako na nyonyo, ako na kila kitu, na zote ni madhabahu. Mwanaume yoyote ako na madevu, ako na nini, zote ni madhabahu. Mtoto yoyote ambaye mnakutana ni madhabahu. Gari ambayo unaiendesha imetoka Japani ni madhabahu. Chakula ambayo unanunua kutoka kwa soko ni madhabahu. Jambo lolote unalolifanya ni madhabahu. Hakuna kitu ambacho si madhabahu. Maana hizi sukuma tunanunua hapa Marikiti zimetoka Kenagofu. Ni nini imefanyika huko Kenagofu ndio hiyo chakula iko. Amefanya miugu gani? Ametoa sarakasi ngapi? Ametoa dhabihu ngapi ndio hiyo cabbage ifike hapa? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio gari isipate accident. Ni nini alifanya? Ni madhabahu. Chochote ambacho unakiona mbele yako ni madhabahu. Chochote ambacho unakiona, hata hiyo nguo umevaa ni madhabahu. Niambie imetengenezwa na nani? Ilitengenezewa wapi? Mbona ni hiyo ilikuja ikakukuta? Ilikukuta aje? Ilikuja mpaka kwako aje? Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna kitu ambacho unakiona mbele yako ambacho si madhabahu. Na lazima ubomoe. Anasema yafuatayo ndio masharti na maagizo ambayo mtayatimiza katika nchi ambayo Mwenyezi Mungu, Mungu wa babu zenu amewapa mumiliki siku zote za maisha yenu nchini, siku zote. Kwa hivyo every move of a day kuna kitu unabomoa. Every move of a day kuna sheria lazima uitimize. Every move of a day kuna kitu lazima kifanyike kwenye maisha yako. There is a move that you have to make in your life, a deliberate move that from now forever. Chochote nitakutana na barabarani ni madhabahu, lazima nikifanye. Lazima nifuate sheria za Mungu, maana Mungu anasema haya ndiyo maagizo ambayo mtakuwa mkiyafuata. Verse 2. Haya ndiyo maagizo, na maagizo yale amesema sio leo tu, maisha yenu yote ambayo mtaishi kwenye dunia hii, maisha yenu yote, all your life, this thing would happen. This is what you will be following. Si ati mnafanya leo mwachane nayo kwa sababu mmeingia kwenye territory amewapatia. Mbona nawapatia maagizo? Amekupatia land, amefukuza watu, mumenyonga watu, mumemalizana na wao, alafu tena anakupatia maagizo ya nini? Kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo vimebaki ambavyo haukuviona physically. Kuna madhabahu haukuona physically. Kuna miti huku, kuna megumo tree kule ambayo haukuiona physically. Hamkujua hiyo megumo. Hapo ndio walikuwa wanachinjia mambuzi. Haleluya. Kuna miti, ukienda kwa Wakikuyu kuna mti unaitwa mudhakwa. Nani anajua mudhakwa? Mudhakwa ni mti wa madhabahu. Ukiona tu ukifite, nyinyi mnaitaka tu mnaitumia ni tissue paper, lakini huyo ni mti wa nini? Hata mudhakwa, unajua mudhakwa iko na matawi makubwa, ni inafunikaka vizuri. Lakini mudhakwa ndio inatumika kufunika. Ukifanywa dhabihu yote, ukienda kwa mganga unapatiwa, unawekelea kwa kichwa, maana inafunika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mwingine anaitwa mwebaigoro. Nani mwebaigoro? Nani mwebaigoro hiyo nate? Unaona leo mwetu wa Gikuyu bure nyinyi kabisa. Wewe mwebaigoro ni yule. Hiyo ni miti ya makoko. Mudhidida. Nani anajua mudhidida ni gani? Nani anajua mugere? Mtuita kwa mugere.
Mutaita kwa Mugere. Mugere ndiye inatumia kumbega. Ukikuwa ni kwa ni maja, mari gathege. Kuri gathege Mugere no nginya utumike. Huyo anajua. Hidi walikuwa napatiana nayo kiapo. Mugere ni mti ya kufanya madhabihu ya kiapo. Hiyo ndio inamalizaga. Ukisikia mtu umesema kuja, umefanya ama hujafanya? Sijafanya. Umefanya ama hujafanya? Wanasema sijafanya. Wanawachana na wewe. Wanaenda kwa muherega yenu. Si kwa baba yako. Muherega. Wanaita muherega. Huyu kijana wenu tunamtuhumu ya kwamba amefanya, lakini amesema hajafanya. Enywe tamuherega mkuu yake. Maana wakifanya hiyo kitu, muherega yote itagogo. So muherega inasema either amefanya ama hajafanya, wacha tulipe hiyo gharama. Mtoto ni ya muherega. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo Kikuyu nitakuwa mnilipe ni kuwafundisha. Haribuni. Hii ndio sasa masharti. Haleluya. Sio kukimbia kwa sababu umepata kamsee hapo unaanza kukakibiria. Babe. Mbako nakaa kinyakano ni kaikaliliogo. Ndio kaikala gatereire uko mumunyo. Kaikaliliogo atetono ni ya kambe. Yogo. Takata nyoni. Haribuni kabisa mahali popote ambapo watu wanaabudu. Kwa hivyo ni kwenda mumekamata inchi, mumepatiwa Girigashi, mumepatiwa Amoni, mumepatiwa kila mahali kwa Wameleku. Sasa kitu ya muhimu ni kutembea kule mkiatafuta mahali wazee walikuwa naabudu. Mnauliza wazee wa hapa walikuwa nachija busi ama walikuwa nachija kondoo. Mnaenda mnauliza walikuwa naenda kwa mti gani, mnaambiwa ni Mogumo. Mnaenda kidogo mnaambiwa hapa ni mto inaitwa Thote. Unaenda kidogo naambiwa mto ingine inaitwa Gekira. Unatoka hapo naambiwa kuna hii. Unauliza imeitwa Gekira kwa nini? Haleluya. Ile mto iko kwenu kule hebu inaitwa nani? Ena. Iliitwa Ena kwa nini? Kuna wao wazee walioipatia jina. Kuna madhabahu walitoa kwa ajili ya hiyo mto. Kuna miti mikubwa kwenu. Miti ijawahi katwa tangu siku zile. Ilifanywa kafara gani? Ni nini ilikuwa inafanyika mahali pale? Kwa hivyo ndio ardhi mumepanyakua, mumeshinda vita, mumefaulu, kila kitu mumefaulu. Kitu ya pili ni kutaka kujua ni nini walikuwa wakifanya katika maeneo haya. Ni nini kilifanyika? Ni ng'ombe walikuwa na chinja, ni ngamia walikuwa na chinja, ni mambusi walikuwa na chimba. Ni nini walikuwa nafanya katika maeneo haya? Kuna mashimu ya maji walichimba. Hayo mashimu yalifanywa nini? Kuna vitu vilifanyika. Kuna mashule yalijengwa. Hayo mashule nani yalijenga? Ni mwanasiasa alijenga ama ni mapasta walijenga? Kuna makanisa mnakuta area, makanisa ya zamani unauliza makanisa haya yalijengwa na kina nani? Ni kina Rudolph ama ni kina Kraft? Haleluya. Ni nini ibada zao zilikuwa namna gani? Ibada hiyo kwa hiyo familia umeoleka ama umeolewa, ibada zao ni gani? Kabla hawaingie kwa FVA, maana wa mama wetu wote baada ya kufanya kafara zao zote waliokoka wakaenda FVA. Maana FVA kuna maswali mingi na Anglikani. Kubutika na maswali. Akivaa nguo ya blue na aweka kitambaa kwa kichwa. Umari adaho no kilio. Mwathani Yesu ndaigwa kumuturira, ndaigwa kukaraga jiganire thini wake. Mari wa ithe yitu reke tuthi na mbere na kumuturira, lakini kithito iko kwa suruali. Ndaigwa guturira Mwathani. Haribuni kabisa mahali popote ambapo watu wanaabudu miungu yao kwenye milima mirefu, vilima na chini ya miti yenye majani mabichi. Haleluya. Kwenye milima ukipata ardhi ambao wameenda kule umepelekwa, kama sasa umepata mwanamke ni wa Gatuli. Gatuli people, watu wa Gatuli ni mkono juu, watu wa Gatuli. Leo ameokoka, hakuna Gatuli, watu wa Gatuli. Ukipata mama umsikie ametoka Gatuli, ama utopate bwana ametoka Gatuli, mwambie tuende mpaka Gatuli kwanza. Uende kwenye Gatuli, ukifika huko ukaekae kidogo, uwafurahishe, uchomoke nje. Uende uzunguke hiyo milima ukiongea maneno. Ukiambia wewe Gatuli, milima nyinyi nasikiaga huko wako ni kwa wachawi, huko ni kwa warogi. Lakini mimi nimetoa mtu hapa
na hamtatufuata. Nyumba yangu haitateseka na uchawi wenu. Ninaharibu, ninasambaratisha. Unainua dhabihu. Sio kukimbilia kibusete, enda kwao. Kabla hujaoa mtu enda kwao, ama hujaolewa na mtu enda kwao. Angalia. Enda waangalie baba yao, angalia mama yao. Angalia behavior na characteristics za hiyo boma. Sasa ndio utajua huyu ni tawa ama huyu si tawa. Haleluya. Sio kukimbilia mtu ati umeona Waroige hapa unaanza kukimbilia hapa. Hapana. Nataka kujua kwenu. Niki kitu mawaikalewe stone face. Niki lazima nijue. Yes. Haleluya. Nitatembea mpaka kwenu. Takuja ndio unasema wazee katika doa, wazee wa familia hii. Sasa nikikuja sasa ni wewe nimeona. Sasa wazee wa kwetu watatumwa. Baba yangu atatuma wazee kwenu. Wakuja wakae na wazee. Ndio wazee wa kwenu watuelezee tabia zenu, mienendo yenu, characteristics zenu na zile madhabahu mnatoa. Ndio kwa maana ndoa za zamani hazijavunjika. Maana walifanya uchunguzi kwanza. Wakaelewa kama huko tunaweza ama hatuwezi. Lazima msichana alikuwa proposed na wazee. Wanasema yes, huyo no adhikuria, no adhikwa bali yangania. Na mpaka leo unasikia hiyo familia imesimama. Sasa wewe ulikuja ukaokota Waroige Rongai. Sababu tulikutana pale Exciting tukakula pombe ngapi? Pombe 2. Ukalewa na mimi nikalewa. Kutoka hapo the rest was history. Tukaanza mbembe. Tumekula hapo tukaigitisha buchari hapo tukakula nyama. Hiyo ni dhabihu. Kama ushainunuliwa nyama na mwanaume ni dhabihu. Umefugwa. Wangapi wamenunuliwa nyama na mwanaume? Inua tu mkono. Tuangalie. Inua tu mkono mzuri. Ushainunuliwa na mwanaume, umepelekwa mahali umekula mgogo. Inua mkono juu. Kama umewahi kununuliwa ama umeenda mahali kumechinjwa na haukuelewa ni kwa nini kulichinjwa, hiyo ni madhabahu. Ili kukamata. Yes. Hallelujah. Ili kukamata. So naanza kuimagine zile nyama umekula. Haribuni kabisa. Anasema haribuni kabisa. You destroy every altar. You destroy every places of worship. Mahali kumeinuka milima, maana ibada zinafanywa kwenye milima. Hallelujah. Zingine zinafanywa kwenye mabonde, zingine zinafanywa kwenye miti. Kuna miti. Wanasema haribuni kabisa mahali pote ambapo watu wanaabudu miungu yao kwenye milima mirefu, vilima na nchi ya miti yenye majani mabichi. Chini ya miti. Ukikuta kuna mti kwenye familia, mti mraiwa Timotheo hata guka aliukuta, guka mwenyewe na guka kuna miaka 100 na ukuta kuna hiyo mti ni ya ibada. Hapo kuna ibada inafanyika hapo. Kama unaelewa kuvunja madhabahu, vunja hapo, kuna ibada. Hapo unasikia ati haha niho tothe jagira. Hapa ndio kuna position fulani ambao wanachinjianga. Hapo hiyo ni ibada. Kama kumechinjwa busi ya kwanza, kukachinjwa busi ya pili, the same spot. Kukachinjwa busi ya tatu, the same spot. Hapo ni ibada. Hiyo ndio ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa umeenda kule, ibada zilianza kufanywa na guka. Ibada zilifanywa na shosho. Ibada zilifanywa na guka wa guka. Kwa hapo ndio walichinjiaga. Sasa kumechinjwa kutoka siku ya guka wa guka. Kumechinjwa busi ngapi? Ndio kuja hapa katika jina la Yesu na kemea na sambaratisha katika jina la Yesu. Utakufa na hiyo jina yako ya Yesu. Chimbia ujue huyu mtu ni nani. Chimba kabisa. Uelewe mpaka hiyo familia. Nenda uchimbe. Yes. Verse 3. Umesikia? Miti katika compound. Ukolera ugiri. Hii fence imejengwa ya kariaria. Ama ya nani? Kuna mekidori. Kuna fence. Na hiyo fence unasikia. Iko hapo for 50 years. It is not there in vain. Haiko pale bila sababu. Iko hapo ikiwa na sababu. Ni kafara ngapi zimetolewa hapa? Watoto wote wamezaliwa wapi? Wamezaliwa kwenye hiyo compound. Ni hii zaitagwa nini? Kitovu, ni si kitovu. Hiyo ingine, the cord. The umbilical cord. Ni ngapi ziko kwenye hizo mafence? Period za wamama za huko ni ngapi ziko kwenye hizo fence? Bwana Yesu asifiwe sana.
So ukikuta ndio karogiri kega. Kako kuna karogiri kega. Kuna kafensi kasi. Unasikia kale kafensi kamekaa miaka 25. Oi, ule wangu. Ni periods ngapi ziko hapo? Ni pads ngapi ziko hapo za wanawake? Ni mapaka ngapi zimekufa zimezikwa hapo? Ni mambuzi ngapi zimezikwa hapo zimemwaga damu hapo? Ni watu wangapi kule wameteguka kafujika Mungu damu ikamwagika kwenye hiyo compound? Mahali kumemwagika damu, mahali popote, iwe ya paka, iwe ya kuku, iwe ya kifaranga, as long as damu imemwagika, wewe utatoka nje saa hii. Mzee tu ndiye ako na ruhusa ya kulala, anatuotea. Nione mtu akilala, utaona. Nione mtu akilala, utaniambia ni nani alikuita ukuje hapa leo. Tunaongea kitu muhimu sana, na ndio imekufuga. Umeelewa? Unasikia kale kachoo kioro kiria ya kilo 1972, choo iko hapo kutoka 1972. Ni mahu maiga na maike itio kioro kiu. Hiyo iko na watoto wangapi? Maana hiyo okay. Iko na watoto wangapi hapa? Hiyo ni madhabahu. Sasa umeenda umekuta choo moja tu imebeba wasichana wa nyumba hiyo ni wasichana 9 na hakuna mtu hajatoa mimba ngapi? Bili. Hiyo ni madhabahu ya binadamu 10 na ngapi? 18 wale wako hapo ndani. Alafu sasa changanya na period, na damu ya period iko kwa hiyo choo. Hiyo ni madhabahu. Halo. Na wewe unaenda unajiseti vizuri, zile madhabahu zote zinakuingia. Ukitoka hapo unaanza kubehave, wewe haukuwa mrogi, unaanza kubehave kama warogi wa hiyo nyumba. Haleluya. Haleluya. Sasa hapo mumetulia. Tulieni. Zivujilieni mbali madhabahu zao na kuzibomoa kabisa nguzo zao. Zivunjilieni mbali kabisa. Vunja madhabahu ya kwenu. Vunja madhabahu ya kule umeenda. Vunja umefungua ka kioski. Mahali umeenda umefungua ka kioski. Umeanzisha ka kioski. Ka kioski unaambiwa kalijengwa hapa 1980. Kako hapo. Hiyo nyumba building imekaa hapo. Ni madhabahu ngapi zimefanywa hapo? Na unasema nimefungua kazi. Ukifungua kazi unaweka 1 million bob within 1 month. Hakuna hata dururu. Fikiria sana. Hizo makari mnaenda kubeba nazo mizigo, mnabebesa Kampala, Nairobi, Dar es Salaam, Nairobi. Jiulize zimeua watu wangapi? Mwenye alinunua ni wa majini ama alinunua na nini? Mikopo aliyekopa alikopa na nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ufanyie utafiti, gari hiyo uitakaze, uitolee dhabihu, uikomboe, ibebe mzigo yako. Maana inaweza kuwa ni ya majini. Ni gari inabebaga mzigo ikifikisha usiku inakuwa puda. Enda pale Rogai, watu wa Rogai wangapi wako hapa? Zile manyaga zote zinapakiwa wapi Rogai? Wale watu wa Rogai wanajua Rogai vizuri. Zile manyaga zote zinakuwa migi kabisa. Sipaka koko. Todo ogethi had exciting toto exciting koraga magari makuru. Ukiteremka kote uangalie hakuna mahali manyaga zote zinapakiwa. Lakini mchana hauonagi puda. Usiku saa hii ukitoka utapata puda karibu 100 zinakula. Ni za nani hizo puda? Zinaendaga mchana, zinaendaga wapi? Mtu mwingine aliniambia ni zile mabasi zinakuwa mchana. Ndio. Na hiyo gari ikifanya accident, gari ya Rogai ikifanya accident, hakunaga damu. Hakunaga damu inamwagika chini. Na unasikia imeua watu 13 na hakuna nini? Hakuna damu. Na gari imefinywa kabisa, imeisha. Hakuna damu. Sasa unajiuliza maswali. Hizi puda usiku zinakuwa za nani mchana? Mtu mwingine akaniambia, hizo unaona hiyo kigari kinanyana dum inaweka muziki mzuri kuko na makana ma TV. Kumbe ni hiyo puda. Hata gongo hiyo maneno iko gongo. Kuna magari, kuna makampuni, kuna vitu ambavyo vinatengenezwa kwenye chini ya maji. Kule kwenye Queen of the Sea. Kuna mafactory huko, kuna gari imetoka direct from down there. Na iko kwa barabara inakubebaga. Inakubeba ukiingia kwa hiyo gari, ukitoka huko unasikia umenyonywa, maana haitumii petroli, inatumia damu yako. Bwana Yesu asifiwe sana.
Alafu sasa unakuja unakuta duka ambayo ilijengwa, nyumba ilijengwa ya ghorofa, ndio ni mzuri sana, lakini ilijengwa na watu wa kule chini. Unakuja naweka tu pesa twako na unatulete hapa kanisani, tunaombewa, unasema naenda kuweka dhabihu, alafu unaenda kuweka kwenye madhabahu. Hata ukiombewa na nani, lazima hiyo biashara itaanguka. Maana umejipeleka jikoni. Umejipeleka jikoni. Haukuelewa hiyo nyumba ni ya nani. Go find the history, Google the history. Nani mwenye hiyo nyumba? Fanya utafiti kidogo ujue mwenye hiyo nyumba anakuwa kama mtu saburi gani. Uliza Mungu, piga magoti chini, chukua mchanga ya hapo, lete hapa, piga magoti hapa chini. Ambia Mungu, nataka unipatie ufunuo wa hii nyumba. Imejengwa kwa msingi gani? Nataka Baba unipatie ufunuo ya hii kitu ambacho naenda, hii kazi ambayo naenda kuingia, kampuni hii imeanzishwa kwa misingi gani? Atakupatia ufunuo. Utaona ukiwa ndani ya nyoka, unatembea ndani ya nyoka hivi ndani kule. Zivunjilieni mbali madhabahu zao na kuzibomoa kabisa nguzo zao. Ziteketezeni kwa moto sanamu zao. Sanamu, wacha nikwambie, unajua nyinyi mnafikiri sanamu ni kale kama mtu kamechogwa na makaba. Hapana, sanamu hata unaona kama sasa ile picha imewekwa pale, kama ikafanyika ikuwe ibada, itakuwa sanamu. Bwana Yesu, sasa mkaikuta sasa kesho pale hiyo picha, na kila siku mkute picha yangu pale, ujue ukiingia pale ni mimi unaabudu. Hizo ndizo images. Bwana Yesu sio sana. Ukiingia kwa nyumba unakuta kuna rodhario, kuna yule mama Maria, na popu amesema, popu amekataa. Watu wa Catholic, popu amekataa. Amesema mama Maria si wa ibada. Yesu ndio wa ibada. Mama ni kuzaa, alizaa mtu wa ibada. Mama ni mama wa kawaida, aende akachuge busi na akaturugira mukimu. Tio tidage tudubura huko. Popu ndio amesema. Ama mjasoma hiyo vitu. Alisema mama Maria, Google siwaangalie kwa Google. Mama alisema baba mtakatifu. Na hata yeye akasema msirudi kuniita baba. Baba ni mmoja wa mbinguni. Yes, sisi niliwaambia hapa, Babylon imevunjika. Babylon is gone. Amesema mama ni mama, alizaa na kazi yake ikaisha. Alizaa nabii kama Dora. Utumio jana tamami kwito. Hadi akahuruke. Tutigidie muhae tutijatega. Mama Maria, tuombee sisi watakasani mpaka siku zetu. Amina. Mama Maria, mmoja hata. Anasema ngaje? Na Kiswahili anasema ngaje? Dogoro. Maria mtakatifu, mama uliyebarikiwa kuliko. Mama mtakatifu uliyebarikiwa kuliko wanawake wote, tuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Yeye akufagi, tupelekee hiyo mama bado. Mama ametusubua miaka hiyo yote, kumbe alikuwa fake. Sasa nimehitaji mpaka tukupate, anaitwa Pope. Anaitwa Pope nani? Leo wa 11. Ndiye amekuja kutunasua kwenye hiyo mitego. Maana ufalme tulivunjia hapa Katolika na Maanglikana na kamsugu kengine hapa. Kamsugu ka shaitani. Yes. Tuliwahitaji wakuja hapa tuwakarange. Bala tunajielewa. Lazima tuvunje madhabahu yote ndio tuweze kufaulu kwenye huduma. Maana hata kama tuvunji na wako watatusumbua. Unawaleta karibu, maadui usiwapeleke bali, leta karibu, fiinyia karibu ukiona. Maana Mungu ndiye atawali. Nani waliwaleta hawa watu? Huyo mama wa Anglikani, ule mzee wa Catholic na msugu. Mimi sikuwaita, walijileta hapa. Mungu aliniambia nitakuletea kwenye, na watakapokuja fiinya. Ako kamsugu kajaribu kakuja hapa kasema ati nataka nitakapiga mateke, nikakwambia kwenda, kazi yako iliisha, toka hapa. Yes, oh my God. Yes, that is me. That is me. Ninajua siri. Zivunjilieni mbali madhabahu zao. Na kule tuliambiwa usifanye maagano na wao. Ukishavunja usifanye maagano na wao. Destroy them. You shall utterly destroy them. And no, do not make any covenants with them. Hello. You shall utterly destroy them.
You destroy their altars. Sikiliza, zivunjilieni mbali madhabahu zao na kuzibomoa kabisa nguzo zao. You destroy their pillars. Kabisa, sio kidogo. You destroy kabisa. Unagwa. Nikiwe, utige wana. Mudu kuona kama ni mudu gitoka, na ni mudu lako hoya chirigiga na lemu. Na ni mudu unaona nigeke nigetoka. Kumbe alienda akakaa kwenye madhabahu zao. Zikamkamata, zikamfunga. Wewe zinakuonyesha wewe ni glorious, wewe ni glory. Mnajua sasa tuguo twa mtuba tumeleta nini? Tumeleta heshima kwa watu, kakipigwa pasi kanaonekana ni ka designer, lakini ndani yake ni mtu hana kitu. Yes. Sasa unaweza kufikiria hii jacket ni ya mtuba. Si inanipatia glory. Mjai kuniona nikiwa na jacket? Mjai kuniona nikiwa na jacket? Si inanitoa vizuri? Niko smart. Nikuwa handsome. Thank you. Zibomweni kabisa nguzo zao. Nguzo ni hii pila. Kile kitu ambacho kimewashikilia, kile kitu kimewasimamiza. Pila hii ndio imeshikilia nyumba hii. Wanasema bomoa hizo pila zao, bomoa nguzo zao, haribu mipango yao, haribu nia zao, haribu mafundisho yao, haribu kila kitu ambacho wako nacho, ambacho kimesema wasimame. Chochote ambacho kimewasimamisha wakasimama, kisambaratishe. Angusha, maana usipoangusha watakuangusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ziteketezeni kwa moto. Choma, ziteketezeni kwa moto. Choma sanamu zao na ashera, na kuzikatakata sanamu zao, na za kuchonga, na za kufutilia mbali jina lao. Yani mpaka jina, you find there is a name there. Futa hiyo jina, weka jina yako. Yes. Kigia territory yote, badilisha majina, weka majina yako. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio uende hapa Kirinyaga unasikia PCA Kiangoma Parish. Sasa nashindwa, hii ni PCA ni ya Mungu, lakini iko ndani ya Kiangoma Parish. Ati Anglican Church Kiangoma Parish. Hello. Neno Evangelism Center Kiangoma Parish. Na huko ndio ati mapepo imetolewa Nairobi, na kule wanasema wako ndani ya Kiangoma Parish. Alafu niambie utashinda vita huko? Huwezi. Lazima mubadilishe jina. You have to change the name. Kushinda mahali, kuweza safari hii, you must change their names. Ukienda mahali popote change. Na ndio unaona kila mahali Abrahamu alienda akiinua dhabihu lazima angepaita jina. Jakobo mahali popote alienda akiinua dhabihu alipaita jina. Gideoni mahali popote alienda akiinua dhabihu alipaita jina kulingana na dhabihu ambayo ameinua. Ndio kutaka siku hiyo kuishi ukiwa chini ya hiyo dhabihu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia pale Abrahamu alienda kumtolea mtoto wake Isaka, ni mahali panaitwa Bethel. Bethel ni the same place pale Solomon ameenda kupeleka ng'ombe 100. Bwana Yesu asifiwe sana. Bethel is the same place mahali Jakobo alilala hivi akaona nini? Malaika wakipanda wakishuka. The same place, because the same place was meant a portal. So you have to change every place and you make it a portal, so that this portal will work for you and your future. So nchi kama hii lazima tuingie. Ndio uliona mzungu alipokuja akapita, walipitia River Nile. Walipopita wakafika wapi? Wakafika Lake Victoria. Lake Victoria was existed there before, lakini wakaibadilisha wakaita Queen Victoria. Ndio wakonke the territory. You can only be able to conquer a territory by renaming. Africa haituko tunaitwa Africa, tunaitwa Aleka Blam. The Garden of Eden ilibadilishwa wakatuweka jina African. Africa ni jina la kiongozi wa vita mmoja wa Italy, alikuwa anaitwa Africanus. Sasa sisi tukapatiwa jina ya mtu, tukaitwa kulingana na yeye. Ndio kwa maana akili zetu zikakuwa colonized. Until we change the name of Africa, until we change the map of Africa, until we change the name Kenya, until we change all these names spiritually, we will always be colonized by the people who colonized us, because they gave us their name to monitor us through their name. Hallelujah. Jina ndilo linatumika kufuata njia zako. Ndio kwa maana unaitwa
Hiyo ingine. Hiyo ingine. Margaret. Margaret ni nini? It is a name to keep you in touch with them. Na usipoitwa wanasema haujaokoka. Sasa jina na wokovu linaingilia na wapi? Yesu alibatizwa akabadilishwa akaitwa nani? Yesu alibatizwa jina? Hapana, hakubadilishwa jina. Mbona ukuje unibadilishe jina, unipatie jina Hezekia? Sasa muigua hata mke jita Hezekia, litole ya moko lini? Imagine. Mama yangu alikuwa anaita Hezekia. Ni munafi. Neno akweli ni munafi. Ulikuwa huko wakiandika na hii kitabu tumeambia imebadilishwa na Nimrod na Constantine na King James waliandika. Maana tuliambiwa Biblia katika kitabu cha Ufunuo inasema mudulio karuta kana aogerere agekero matuhuhu. Riu ndina Biblia hai na mafuku 88. Niko na Biblia iko na mafuku 100. Niko na Biblia iko na mafuku 66. Sasa ni nini hiyo tuko nayo sisi? Si ni matuhuhu? Ndio tuhujenga hii twedumaine ya gutumereria handu. Tondu maana matuhuhu. Hii tunasoma hapa ni matuhuhu tu. Maana walitoa hii tunasoma ni ya 66. Niko nayo ya 88. Na Biblia Revelation inaniambia mwanya atatoa ama ongeze ni atakuwa na matuhuhu. Ruwe Margaret Daisire. Uonaga ina kioko kega. Akristo mnakuwa na kichwa mzuri. Ndio maana hamujielewi. You are totally confused. Waislamu wako mbele maana wako na kitabu moja hakijatolewa, hakijaongezwa. Ni kile kimoja Qur'an na wanaifuata vikamilifu. Sasa wewe unafuata gani? Ya 66, ya 88 ama ya 100 ama ya Catholic ya 73? Hello, murumagirira kile. Which book are you? Alafu inakuja kuna NIV, kuna King James, kuna King James version 1, kuna hii zote. King James mwandishi mwenye alitafsiri ni King wa England. Mwenye alitafsiri hii. Na hao ndio walikuja kututawala na kitu wametafsiri. Alafu King James mwenye alitafsiri alikuwa gay. Hello, King James hiyo kitabu King mnasema ndio the correct Bible, the most authentic book. Ndio authentic person. Sasa ati hiyo ndio ile kitabu mzuri na aliyetafsiri King James mwenyewe alikuwa gay. Alafu upate mtu anaitwa Constantine nitawafundisha. Sunday ile nilikuwa nataka kuwafundisha. Nitawafundisha this is a man who changed Christianity. Akaibadilisha ikakuwa Christianity, akabadilisha Sunday, akabadilisha, na yeye mwenyewe hakuokoka, na yeye mwenyewe mpaka hakubatizwa hata siku moja. Na yeye ndiye ametupa ile religion yote ni Constantine. Hakuokoka, hakubatizwa, hakuwa na relationship, lakini alibadilisha Christianity na akaivunda, akatengenezea vitabu, akatengenezea ibada, na yeye mwenyewe hakuwa ameokoka kwenye ibada. Hello. That is how to be manipulated and controlled. Ndio nasema zivunjilieni mbali madhabahu zao. For you to become free, for you to win this battle, for you to conquer. Na za ashera na kuzikatakata za damu zao na za kuchonga na kufutilia mbali jina lao na mahali hapo. Jina ni muhimu sana. Ndio uliona tulikuja hii nyumba tukaiweka jina synagogue pale. Lazima tungebadilisha. Lazima tungepaita barabara nzuri. Hata katika ulimwengu wa kiroho tulienda pale tukamwaga mafuta, tukaita barabara hii tukaita Synagogue Street. In the spirit we had to change. Tukapita hii Helislasi tukaita Dorawaroge Avenue. Yes. Maana Wamasai walikuja wakashika Nairobi. Hii ni jina ya Nairobi ya Masai. Naitwa Nairobi Yankari, maji baridi. Waliinua madhabahu.
Ukienda Lemuru ni jina ya Kimasai, uende Naivasha ni jina ya Kimasai, uende Nakuru ni jina ya Kimasai, uende Moro ni jina ya Kimasai, uende Nyeri ni jina ya Kimasai, uende Kagudo ni jina ya Kimasai, uende Gogu ni jina ya Kimasai, uende Kitengela ni jina ya Kimasai, uende kila mahali Loitoktok ni jina ya Kimasai. Wamekamata nchi mzima, wana control. Uende vuke Tanzania ni jina ya Kimasai. Mzungu anaingia kwa ndege kuja kuona Masai na wanyama. Na tumejaza Wakikuyu wamesoma hapa. Mbona mzungu apate nafasi asifikirie kuja kuona Kikuyu mwenye amesoma ama Mkamba? Anakuja kuona, maana wao ndio wamekamata madhabahu ya nchi. Wamevutwa na madhabahu ya Wamasai na wanyama inawakamata. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 3. Verse 4, sorry. Wala msimwabudu Mwenyezi Mungu, wala msimwabudu Mwenyezi Mungu Mungu wenu namna hiyo yao. Mnanielewa? Usiende mahali alafu ukasema mimi nimeokoka, mimi niko sawa, mimi ni nabii, alafu unaenda Mombasani, unaenda unakaa style ya wa Mombasani, lakini unataka kuabudu Mungu wako lakini kwa style ya wa Mombasani. Unasema nitavunja madhabahu yao katika damu ya Yesu Kristo. Watakugeuza. Madhabahu ikiwa bado imesimama itakugeuza, utajikuta ndani ya madhabahu yao. Mtu anaitwa babake Gideon Joas katika kitabu cha Judges chapter number 6. Joas wakatenda dhambi. Biblia inasema nao wana wa Israeli wakatenda mambo yaliyochukizwa mbele ya Mungu, na Mungu naye akawapatiana kwenye mikono ya Wamidiani miaka 7. Kwa nini? Maana Joas alikutana na Wamereku wakamwambia, sasa tusikilizane, tuisikie vizuri, maana tunajua mmetushinda, lakini sasa fanya hivi, hata sisi hapa tuko na kitu tunataka, there is a gift we want to give you. This gift ni gift ya wazee wetu, na hii kitu ni kitu mzuri sana, tunaidhamini sana, na hii kwa sababu wewe ni mzee kama sisi, tunataka kukabidhi hii gift kwa sababu uende uweke huko, ni kitu tunaikaka pale kwa madhabahu kule mbele. Naye Joasi akachukua ile gift akaipeleka kwenye hekalu ya Mungu. Hekalu immediately ikabadilika ikakuwa nyumba ya Baali, na ilikuwa mtego ya Wamereku kukamata watu. Wakati iliwekwa kule ndani wakapata kitu ya kumonitor, the monitoring spirit zikaingia. Kwa hivyo zile vitu unaonaga mtu anakuletea, watu anakuletea, vichuguse viweke hapa kwenye madhabahu. Ndio unaonaga mtu akileta kitu na mwambie wekelewa nini, si ati ni baya, lakini wekelea hapa ni hii madhabahu, ivuje madhabahu hiyo nyingine. Umesikia? Wale mnapokea karogoro pale, msiwahi kuona kitu inapelekwa pale, iletwe hapa kwanza. Kama mtu ananipenda sana awekelee hapa, hata kama ni kachakula tu sausage tuwili tuwekelewe tu hapa. Mbona nataka kupitisha huko? Ni hapa, tupambanie hapa, madhabahu ipigane na madhabahu ile nyingine. Haleluya. Ndio tuweze kuendelea safari. Maana lazima usiabudu Mungu wako kupitia kwa njia zao, kwa territory zao, kwa maneno yao, kwa nguzo zao. Unakuta kulijengwa kihoro kama hiki, haujui kilikuwa kinaabudiwa, ati kilikuwa kinaabudiwa, walikuwa hapo ndio walikuwa wanafanyanga ibada zao. Na wewe unakuja kwenye horo hii na unaanza kufanya ibada yako na hakuna kitu umefanya hapa, itakubadilisha. Utabadilishwa. Ndio naonanga siku nyingine na kuwaka mkali, maana nikiona mnaenda kunibadilisha ninakaa mkali, nakaa kama kanini kale ka kitu kabaya kama shoroge. Kuangalia hivi, kuangalia jina na macho mengine mpaka unasikia kutetemeka. Ndio usijaribu kuniondoa into the plan of God. Kuondolewa kwenye plan ya God ni kitu kadogo sana, kakitu. Si mimi tu, si juzi tulikuwa tumeondolewa. Yaani nimekuja kugutuka ni mwaka inaenda kuisha, kumbe niliondoka kwenye madhabahu, ninakuwaka ndani ya kanisa. Najua hamkujua ile vita nimepigana mpaka nikarudi kwenye madhabahu. Maana walinigeuza wakaniweka kwenye mtaratara ya kanisa, na wakaanza kunifundisha kanisa ya Anglikana inakaaga hivi, na wakaanza kuniletea vitabu vya venye kanisa inapagwa na mipangilio ya kikanisa. Mungu akaniuliza, Morio, nilikwambia ufungue kanisa ama ni madhabahu? Nilikalia rais, kumbe nilipota kwa njia. Mwaka mzima kama umepotea kwa njia, unafanya vituko. Juzi wakati nilibumburusha nikakuja na vita baba, tumerudi kwa mstari. Si kanisa imesimama? Yes, maana si kanisa, hii ni madhabahu. This is an altar, this is not a church. Church ni hizi za hapa za kina huyu msee. Huyu msee. Uko live?
hata kama asema hii ni kioski. Lakini anitishi. Anitishi. Kwa kila mtu amepatiwa kazi yake. Kama yake ilishia kwa kanisa, shauri yake. Yangu haitaishia kwa kanisa, yangu ni madhabahu na itabaki kwa nini? Madhabahu. Kila mtu ana ruhusa ya kuja kuabudu hapa. Waislamu wakuje waabudu, Wahindi wakuje waabudu, watu wote wakuje waabudu. Akifika hapa na tumadhabahu toke tunavujika. Sasa hiyo ninataka tuwakishe moto. Ndio uliona tuliakisha kando. Tumeakisha kando tukasema tuwakishe kando hata kama ni siku ngapi mpaka turudi. Wali Mungu alitaka tukue. Sasa tuko sawa. Tuko sawa lakini hatujafika, hatujarudi kabisa. Bado tunapambana na miugu. Mtanisaidia kupigana na hii vita kabisa. Shosho. Lakini sasa shosho wewe umekunjwa. Tuna askari wangu. Okoja ta. Ule. Pashe. Hata imamwele utalemwela. Tulisoja ulikuwa unafikia simu. Hello. Na ulikuwa na expect progress. Leo ni Daniel nekai netuonaga makokona 10. Kumbe ashakujwa. Amerudishwa Dagoretti. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 5 please quickly. Bali mtakwenda mahali ambapo Mwenyezi Mungu wenu atachagua katika makabila yote yenu. Ni Mungu atakayechagua, sio nyinyi mjichagulie mahali mtaenda kufanya ibada. Mungu wenu ndio atakuonyesha mahali hapa mimi niko mahali hapa. Mahali hapa ndio mtafanyia ibada. Haufanyi ibada mahali popote. Lazima ukubaliane Mungu akuonyeshe, akwambie hapa ndio mtakuwa mkifanyia, maana yeye ndiye anajua hapa chafuka, bado kuchafuka. Bwana Yesu asifiwe sana. You don't go just worshiping anywhere. Ati tumetoka hapa si tulikuwa tumepelekwa hapo nani? Hapo Kiabuthia Mount Kenya kwa kamse kingine kanakuwa kamchawi hapo. Tukapelekwa hapo. Mimi nikaanza kufuata. Mungu akaniambia wewe, nilikuambia nitakunyorosa toka haraka. Mungu akaniambia chomoka nikuonyeshe mahali unaenda. Akatupeleka pale ile geni ya Nanyuki pale Silicon Gate, tukapanda pale juu, tukapata kiwanja, tukaambiwa hapa mimi napatikanaga hapa. Kule ni kwa kuchugia ng'ombe, kule unakuta mafi ya ng'ombe, kule unakutaga mafi ya ng'ombe. Alafu nimekasirika. Bali mtakwenda mahali ambapo Mwenyezi Mungu wenu atachagua katika makabila yote ili kuliweka jina lake na makao yake hapo. Ni yeye aweke jina lake na makao yake wapi? Kwa hiyo ni Mungu mwenye anakupatia makao, sio wewe, sio wazee wa kanisa, sio wamama wa kanisa, sio youth ya kanisa. Ni Mungu anatengeneza makao yake. Makao yake hayana compromise. Ni yeye anatengeneza makao na anakuweka hapo na waikara hau. Hello. Yes, unakaa hapo makao. Mwambie mwenzako tunavuka leo. Yes, maana lazima tuende na mtaratara ya Mungu. Makao. Mungu ametuambia makao ndio hii. Hapa ndio ninapatikana. Ndio Mungu aweke muhuri na aseme hapa. Maana mahali Mungu amechagua hamtawahi kushindwa. Where God has chosen, he has chosen because he knows this is my territory, this is my power, this is my authority. Yani ni hodedhu leile. Oyo niwe kweda onare na irema sidikana ya dhogororia. Yani it reminds me, when you see this is where God has chosen, it reminds you the price you've paid. Bwana Yesu asifiwe sana. So this, you have to do the will of God, the plan of God, the reasoning of God. Hello wazee, mtuko pamoja. Lazima tufanye kulingana na Mungu. Mungu atuonyeshe mahali hapa ndio mtafanyia ibada zangu. Maana mahali hapo yupo hau. Na ukienda mahali ambapo hatavi unapata struggle. Ndio unakuta umeoa mwanamke unapata struggle. Umeolewa na mwanaume unapata struggle, because marriage, kama umeolewa, marriage there is no struggle. Na kwingine unakuta mpaka Mungu amemuondoa. Yes,
sio kuondoa hivi hivi, anaua. Maana anaona wewe unaenda kupotea, na kwa sababu anajua wewe ni mtu wegarari nyingi ta kiria, anakuondolea mtu, ndio kwa sababu anataka kukutumia wewe. Ni nabii, wewe ni mtumishi wake, anataka kukutumia, anangoa. Mungu si mchezo, hapana. Na ukiendelea kukaa atakupiga teke, unaanguka kwa barabara, ukaja hiyo ni teke hilo likokwa, na uliingia huko kwa mzima ukitembea vizuri. Jihadhari na mahali popote unaenda hivi ama kule mahali huko, ukiona Mungu ameanza kukuzungumzia, ondoka, acha kukaa, ondoka. Hiyo biashara mahali umeweka biashara, ukisikia Mungu anakuambia ondoka kwenye hiyo biashara, ondoka. Haleluya. Usiwache kusubasuba huko. Hiyo gari ambayo umeajiriwa ama hiyo kazi ambayo umeajiriwa, kama Mungu anaanza kukuambia ondoka, umeanza kuona hatari, maana atakupatia mahatari, atakupatia indicator atakwambia ondoka, overtake. Ondoka, maana hayuko pale. Wakati wa kubomolewa, utabomolewa ukose ragi. Unasikia kubomolewa mpaka unakosa ragi? Utakosa ragi. Lazima ukue katika mahali ya kuvuta elio na kuelewa wakati maneno inaenda kufanyika. You conquer everything. You win battles before battles wins you. Hallelujah. Hello. Bali mtakwenda mahali ambapo Mwenyezi Mungu wenu, mahali ambapo Mwenyezi Mungu your God will show you, not where you show yourself. You don't take yourself. Wakati unainua madhabahu, you don't do it until God tells you. Wakati unaanzisha kazi, you don't do it until God says so. Wakati unafanya ndoa, you don't do it until God says so, because if you do so, you do outside the plan of God. So anything that you are doing, do it in the plan of God. And once you do it in the plan of God, atachagua katika makabila yote ili kuliweka jina lake, because whatever you are doing is because of his own glory. Haufanyi kwa sababu ya glory yako, haufanyi kwa sababu ya glory ya mtu mwingine. You are doing it for the sake of the glory of God, because of God. Hallelujah. So therefore, for you to please God and God to open doors for you, you must be where he wants you to be and do what he wants you to do, and move in the move that he has for you. You don't do things, you don't move, you don't belong, you don't go anywhere where he has not chosen for you. If you go choosing yourself, utapata hardships. When Abraham was told not to go with any family member, akachoose kwenda na katoto ka brother yake, and life became hard for him. Life became hard for him. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Mungu anataka kujitafutia sifa. Kwa hivyo when you are not doing what he wants you to do, sifa yake itakosekana. Kwa hivyo atakuondokea, aende akatafute mtu mwenye kuletea sifa. Hello. Sijui kama mnanielewa. Huko mtapeleka tambiko zenu za kuteketezwa na sadaka zenu. Kwa hivyo sadaka haipelekangwi mahali popote until God appoints the place where you go and do your sacrifice. You just don't Google. Atuna Google na map, una Google na kichwa yako, una Google na masikio na miguu yako, unajipeleka mahali na unasema hapa ndio nitaenda kuinulia Mungu wangu, bali umejichagulia Mungu hayuko. Hawezi ule ile guy daliho ameondoka, hawezi kukaa until God chooses for you, until God says this is a place where you are going to do it. Wakati Abrahamu aliambiwa aende Moria, alienda mpaka Moria akakaa siku 3, mpaka Mungu akamfungua macho akamuonyesha mlima ndio ule. Siku ya 3 akaenda akainua dhabihu, Mungu akashuka. Mungu hawezi kushuka mahali hajakutuma. Hawezi kushuka mahali hajakwambia uende. Hawezi kukuja kama hajakwambia. Hawezi kufanya kama haikukuagiza. Kama ni wewe unajipeleka na kiherehere yako, utakunjwa na hizo vitu zako, utakunjwa. Ndio unaona people are living in hardships, not because they are not going to church, not because they are not worshiping God. They are worshiping God like kiherehere. Hafanyi venye Mungu alimwambia. Ako kwenye wrong place, wrong position and wrong timing. You can't make it. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa mtapeleka tambiko zenu za kuteketezwa na sadaka zenu zaka zenu za matoleo yenu, sadaka zenu na nadhiri, matoleo yenu ya hiari na wazaliwa wa kwanza wa ng'ombe na wa kondoo wenu. Umesikia nini? Vitu ngapi zimeambiwa zipelekwe kule? Kwa hivyo hizi vitu ambavyo Mungu amesema hapa, kuna mahali zinastahili kupelekwa. Your tithe, your first fruit, sadaka za hiari, kuna mahali zinastahili kupelekwa. Sio kila mahali unapeleka sadaka zako. Haleluya. Sio
mtu atinihubiri hapa na ujui ni mnani nimeleta hapo, nakuja hapa kusimama hapa kuanza kusema ni ekalea mkono, ni ekalea mkono. Ukianza no, until I say so. Halo, ninaleta mtu kwa kazi nyingine. Nimeleta mtu kwa sababu kuna madhabahu unabomoa. Na wewe naona kuja kusema ekalea mkono hapa. Na sasa hiyo ndio mnatoa ile pesa ama mtoaji. Nikiangalia kwa kikapu nakuta kuna elfu kadhaa kama 30, na hii kitabu ya Sade ulikuta ni 250 kama 30. Unaona, these are the same people who gave 50 wamepatia kwa sababu kulikuwa na mzungu ama kulikuwa na Mnigeria akikuja hapa anaweza kuwatoanisha, anawatoanisha vizuri, si ndio? Si mnatoanisha kwa na wa Nigeria vizuri, maana wanakupeleka mpaka unakaa kwenye level ambayo mnatakanga. Hello, Bwana Yesu asifiwe sana. Don't follow everybody because you have seen that body amekuwa mahali fulani. Maybe ameletwa hapo for deliverance, yeye mwenyewe anafanywa deliverance. Hallelujah. Kwa hivyo zaka zenu, angalia, turudi hapo nyuma kidogo. Huku mtapeleka tambiko zenu za kuteketezwa. Kunuko murelu tagira magogona hau Ngai akuonia. Niho ukurutira magogona maku na sadaka zenu. Zaka zenu za matoleo yenu. Sadaka zenu za nadhiri. Matoleo yenu ya hiari. Na wazaliwa wa kwanza wa ng'ombe na kondoo yenu. Kwa hivyo hizi vitu ambazo tunazitoa kuna mahali sinastahili kutolewa. Not every place you go and do your offerings. Not every place you go and do your first offerings. Ama the tithe, ama whatever. God must command you. When you are giving, it must be a command from God. God must have prepared the ground, because he has to prepare a ground to be a fertile ground for you to receive. Hallelujah. You can't receive hata ukipanda mahali hayuko, haitakuwa. Maana ndio alimpeleka amwambia Abraham, akamwambia panda kwenye mlima Moria, ukifika huko kuna mlima mmoja nitakuonyesha. Alienda kakaa siku 3 akingojea aonyeshwe the mlima, na akaonyeshwa mlima Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Alionyeshwa mlima. Mlima si mlima Kenya, ni mlima. Tuendelee verse 7. Huko mutakula mbele ya Mwenyezi Mungu, Mungu wenu, na mutafurahi nyinyi pamoja na watu wa nyumbani mwenu kwa ajili ya mafanikio yenu. Kwa hivyo when you do according to God and according to the plan of God, you become happy. Kanisa ukiona imeanza kukua na watu wamekaa sura baya, si mnaona siku hizi niko dara, hata nimeanza nimetoa katubu ama namna gani hii tolewagu na mujika ndio kuone kelimu madhani ya washa. Si unaona siku hizi nahubiri nikiwa na nini na raha DCI demokano dikuishi. Yes, why? Bona siku hizo zingine nilikuwa na kakanikani nimekasirika, ni magia ilikuwa inanisukuma wakiwa na charity hapa. Bwana Yesu, wakati unafanya kitu ambacho Mungu hajakuambia ufanye, you strive, you struggle. When you do things that is against God, even if they are good, even if people are happy, yet you are pleasing people but you are not pleasing God. Hallelujah. Whatever that you Mungu wenu, na mutafurahi nyinyi pamoja na watu wa nyumba. Yani mutafurahi nyinyi nyote, ni Mungu kenerera, ni Mungu ikara na gikeno. Yani furaha itakuja. Mnaweza kuwa hamuna chakula mzuri, mnaweza kuwa hamuzizi si matajiri, mnaweza kuwa hamukai, yani mutika leta taitoga, lakini mko na raha maisha yenu. Yani you are happy with whatever that is happening around you. You are happy, you are such, yani mnasikia vizuri, unasikia kuna neema, unasikia mipango ya mzuri. Yani jamani nete kutadelia nyinyi pamoja na watu wa nyumba mwenu kwa ajili ya mafanikio. Kwa hivyo when you are in where God wants you to be, mafanikio lazima ikuje. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen zilipugua, chaneni na amen sasa. Naona kama mlichoka. Mnanielewa? Halo, kama unanielewa inua mkono wako juu. Sawa, nikulikira. Nikulikira. Mumezama sasa, tumezama. Tumeingia kwenye ulimwengu wa kiroho ndani ya mzamo. Haleluya. Tumekaa kama Samia Suluhu. Tuna suluhu. Yani kumbe kuna mafanikio yenu
aliyowabarikia Mwenyezi Mungu wenu. When you are where God wants you to be, when you are doing what God wants you to do, when you are in the business that God wants you to do, when you are in a marriage that God wants you to be, when you are in business that God wants you to be, when you are in the job that God wants you to be, kuna mafanikio. Milango lazima ifunguke. Milango inafunguka. Unasikia uko na raha, unasikia uko na unasikia vizuri. Yes, bako unasikia moyo mzuri. Hai, kaiwa yaga. Oroya kwani makena. Oroya kwena tuma. Oroya kwe kaiwa wega. Nitodo wa muhono kia. Hallelujah. Musifanye kama tunavyofanya sasa. Kila mtu kama apendavyo mwenyewe. Don't do according to your own wishes. Do according to the plan of God. Do according to the wishes of God. Do when God has instructed you to do. Do according to what God wants you to do. Tusome kitabu cha Exodus, Kutoka sasa. Tuingie Kutoka. Sema Kutoka. Yes, we have to Kutoka. 33:14 mpaka 16. Exodus 33. Tume todiete. Sasa sita iko karibu ndio tutoke. Exodus 33 verse what? 14 to 16. 14, mami. 14, yaraka. Yes. Eka basi Kiswahili. Tumeelewa, mnajua Kisugu. Yes. Kama mpenda Yesu sema amen. Amen. Kama mpenda Yesu sema haleluya. Mungu akasema, mimi mwenyewe nitakwenda pamoja nawe. Nitakupa faraja. Sema nitakupa faraja. Mungu mwenyewe akasema, nitakwenda na wewe. I am going to go with you and I will give you happiness. I will give you success. I will give you victory. Nitakupatia faraja. Verse 15. Kwa hiyo Mungu akisema, wakati you are in agreement with God, God comes in. Na anasema niye ni nitira gutwara turadie nawe ugo gutiri hado ugo dioheti. Hakuna mahali hata moja utakosea. Kwa hiyo biashara Mungu akisema ninaenda na wewe, hakuna maadui watakutana na wewe. Katika hiyo kazi, katika hiyo ndoa yako, Mungu akisema I will be with you. I will, for sure he will be with you and nothing will go wrong. Mose akasema, kama wewe binafsi hautakwenda pamoja nami, basi usituondoe mahali hapa. Haleluya. Mungu mwenyewe kama hatuondoki na wewe, na sisi hatuondoki. Bwana Yesu sasa, huyu ni mtu alielewa siri ya Mungu. Kitu muhimu kwako ni kuelewa siri ya Mungu, kwa kwamba hata kama Mungu amekuahidi kuondoka, usiondoke mpaka akoje akwambie tuondoke. Maana unaweza kuondoka 1 second ahead upoteze kila kitu. Unaweza kuondoka 1 second behind upoteze kila kitu, until it is a command from God, now take off. Sasa ondokeni na mimi naondoka. Maana akiinua mguu na inua mguu, akikanyaga chini unakanyaga, akiinua mkono na inua mkono, akianza kumove na move. Maana what is happening, this God is with you. Hallelujah. This God is with you. When God is with you, you can never go wrong. You can never sleep like Susan there. You will always be alert because God is with you. He is not allowing you to sleep. Maana anataka usikie. Hallelujah. Maana ameelewa ile matatizo uko nayo for long, how you've suffered, how you've struggled, whatever that has happened to you, you have really struggled. Sasa unakuja leo, badala ungebaki kwa kitanda ulale, unakuja kulalia hapa because the devil is speaking to you. Or maybe you are in the wrong place. You are not supposed to be in this kesha. Ulikuja kwa sababu ulisikia watu wanaenda kubarikiwa, unataka kuja kuiba baraka za watu. That is why you are sleeping. Ukiona mtu amelala, ujue huyo alisikia kuna kuja kubarikiwa, na hakuwa kwenye hesabu ya watu kubarikiwa leo.
Hiyo inaitangwa sera ya intimidation, to intimidate people. Verse 16. Thank you. Maana nitajuaje kuwa nimepata fadhili mbele zako? How will I know? If you are not walking with me, how will I know? Nitajuaje Mungu? How will you know that God is with you? If he is not moving, kama haondoki, kama hakuna wingu na hakuna mwanga unakumulikia, basi utajuaje uko pamoja na Mungu? Lazima ukue unamulikiwa, lazima mwanga ikue pamoja na wewe, lazima wingu likue pamoja na wewe, ndio ujue ya kwamba umebarikiwa na fadhili zake Mungu zimekuwa pamoja na wewe. Mimi na watu wako, kwa kama usipokwenda pamoja nasi, ukienda pamoja nasi, utatufanya mimi na watu wako kuwa watu wa pekee miongoni mwa watu wote duniani. When God walks with you, you become specialized people. When you walk with God, you automatically become a special person. You walk in the glory of God, and every person atakuona anaona something new, something fresh. Anaona mtu ambaye si wa kawaida. Hello, anaona mtu ambaye amebarikiwa. Nikiambiwa huyo ni murathime, na mundu murathime ni murathime. Na kigamba tu tena atoa mundu murathime ni murathime. Na tutienda Moseso. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana you are walking with God. When you are walking with the presence of God, you become special. Hallelujah. Many people you see like us who are special like us, we are not just special because we are special, because we decided to walk with God. I have decided to follow Jesus. Decided to follow Jesus. No turning back. Hallelujah. No turning back. When you decide to follow Jesus, everything works with you. Everything moves around with you. You become a winner and you become a conqueror. And every enemy that was supposed to be around you, they are defeated, because God will accompany you and He will win battles for you. He will conquer them and defeat them, destroy them and dismantle them and bring them down. Lastly, let us look at Genesis chapter number 13, verse 14 and 18. Genesis chapter number 14. Is it true? 13 from verse 14. Hallelujah. Uri mashakanda raborianda. Tunasikia hata siku hizi nimeanza kudhioma. Mimi Sunday nitatoa nabii nitadhioma. Rina mashaka terrible. Hai mama tafsiri hapa. Hallelujah. Baada ya Loti kujitenga na Abrahamu, Mwenyezi Mungu akamwambia Abrahamu, angalia toka hapa ulipo, utazame pande zote, kaskazini, kusini, mashariki na magharibi. Tuendelee na magharibi. Nchi hii yote unayoiona nitakupa wewe na wazao wako iwe yenu milele. Yani Abrahamu walikuwa wanapigania na haka kijana shamba ya 10 acres. Lakini wakati aliamua kutoka, sema kutoka, alipoamua kutoka, akaondoka, akaambia kakijana, enough is enough. Nganga anasemanga ngato kingato. Sijui hiyo ni nini? Hiyo ni nini? Ngato kingato. Ama ni lugha zake tu, unajua nganga na yana konga na kasuka subo zake. Ngato kingato. Mundu kumundu. Yes. Mundu kumundu. Kati itafika useme enough is enough. Now I no longer need A, B, C, D. I want to walk in the path of God. I want to do in the will of God. I want to stand in the plan of God. I want to be where God wanted me to be. When He decided and said, wewe Lutu, I know you are the son to my brother. I know you are an orphan. I know wewe ni mtoto ambaye hana baba wala mama. Maana ndugu yangu alikufa. Nimekuwa mikononi mwangu. Lakini
kwa ajili ya Mungu wangu lazima uondoke kwa maisha yangu. Kwa ajili ya Mungu wangu lazima uondoke kwa maisha yangu. You have to go. Kuna mambo lazima uondoe, kuna watu lazima uondoe, kuna biashara lazima uondoe, kuna maneno lazima uondoe, kuna visarakazi lazima uondoe, kuna nguo lazima uziondoe, ndio Mungu atembee na wewe. You must. Sasa hiyo ni gani? Inji hiyo yote unayoiona Mungu, kumbe huyu jamaa, kumbe kuna watu waliingia kwenye maisha yako wakafunga macho yako. Kumbe kuna watu walikuja mnatembea na wao wakakufunga. Kumbe kuna biashara ulianzisha, it was not your business, ikakufunga. Kumbe kuna kule uliandikwa kwa kampuni, kumbe that is not where you are supposed to be employed, ukafungwa. Kuna vitu ulifanya vikakufunga, vikakuzuia. You are no longer seeing the blessings of God because you have been blinded. Wewe ulifikiria ni manukato, wewe ulifikiria ni hapo, wewe ulifikiria ni Mungu amesema. Kumbe God was not part of it. Kumbe God was not there. Kumbe Mungu hakukuauthorize. Kumbe Mungu hakusema. Ndio kwa wewe ukafikiria, wewe ukajipeleka, na Mungu hakusema. Mungu hakuwa pamoja na wewe hadi wakati utaondoka huko, hadi wakati utasema enough is enough, hadi wakati utasema now I want to walk with my God, hadi wakati utasema I want to hear you Father. I don't want to hear anybody here. I don't want to hear my family. I don't want to hear my bosses. I don't want to hear any person. I don't want to hear my leaders. I want to hear from you. Wakati alidecide akasema I want to hear from God, that is the time Abraham macho yake ikafunguka, akalia rais wanapigania eka 10. Kumbe dunia yote ni yake. Unasikia aibu. Unasikia aibu ajabu when you are fighting over a jacket, kumbe kuna suti mpya yako. Hallelujah. Yani mlikuwa mnapigania a quarter of an acre, kumbe you have 1 million acres. Mungu ashakubarikia, dunia ni yako. Mungu ashakubarikia watu wote wa Kenya. Kumbe wewe ni president, kumbe wewe ni king. Mnapigana na kama mtu kingine kanaitwa sijui ndini, eti kwa sababu ya mlima ng'ombe zinaendelea kupupu. Yani unapigana, kumbe you are greater than them. Kumbe you are powerful than them. Kumbe you have been given an anointing. Kumbe wewe ndio uko na anointing ya inchi. Kumbe wewe ndio uko na power. Kumbe wewe ndio uko na authority. Kumbe na unangangana na tumutu ambato hatujui, hatujielewi. Unakuta na ngumi na kamutu akajielewi mpaka Mungu akiwa mbinguni anakushangaa. Anashida nake neke. Mpaka anakupiga teke, kwenda. Toka hapo. Abraham akamwambia Lot, nenda ujichagulie mahali unataka. I am not going to argue with you anymore. Hallelujah. Until you make that bold decision that I'm not going to argue with you anymore. Umepata mwanamke ambaye unafaa kuoa, lakini kila siku anakuwekea mitego mingine. Ulimwambia mtafanya hivi akabadilisha, ukamwambia mfanye hivi, ukifanya anabadilisha. Kumbe anaenda kicheza cheza, maana inside kuna roho ya Jezebel. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapata mwanaume mwenye ulipenda na ukaamua, who this is the man of my days, of my age. Old? Of my? Hapana, you are old now. The man you will get is not of your youth. Is of your future. Dani unakuta kumbe wewe umepatia wako wote, lakini yeye anacheza. Mara anakuambia anaenda hivi, mara anakuambia tunaenda hapa, mara anakuambia tuende hapa, mara anakuambia, until you say kana vitu zako kwenda kabisa. I want to serve God. I'll wait for that time that God will give me that which is right. I'm not going to follow you anymore. If you are going to keep up with me, keep up with me. And if you don't, just keep off my life. Keep off balance. Yeah. Yes. Yeah. Kama ni ukazi, watu wanakusumbua kule kazini, chukua, mwambie, take your job back. You have a God. I am guided by God.
I have a living God, a true God that keeps me. A true, kama ni biashara imekuletea kinyoriro, wacha kungangana na biashara hiyo. Just tell it off. You are not only the business I know. You are not only the business that you exist. There are so many businesses that they exist. I am going back to my God to ask my God, did I do it right? Was I where I was supposed to be? Did I do what I was supposed to do? Or I was doing my own thing? And that's the time you discover you are doing your own thing. Maana Lutu was not supposed to travel with this man. Lutu was supposed to be left at home with their grandfather and stay with their grandfather, so that this man, God can walk with him. This man, God can glorify him. This man, God can glorify himself through this man. This man can do exploits because of the power of God upon this man. But he wanted to rely on this boy kumsaidia kuchunga ng'ombe. Lakini wakati macho ilifunguka, macho yalipofunguka, walinzi walipata watu wengine wa kuchunga ng'ombe. Ng'ombe na akabio, hii dunia yote, mahali macho inafika ndio dunia yako. Tazama uangalie macho kusini, kule macho inaenda mpaka kule kakijana kalienda. Alitazama akabio mpaka huko ni yako. Akagibege ukakabio mpaka huko ni wako. Akabio mashariki ni kwako. Akabio magharibi ni kwako. Kumbe kuna vitu tumefungia katika maisha zetu na ni tuko nazo. Everything that you are seeing kule unafikiria sio vyako, ni vitu vyako. Don't argue with that idiot. Don't argue without rubbish. Let God do you favor. Let the favor of God be upon him. Because already you are favored. Already you are favored by the Spirit of God. Already you are favored by our Father in heaven. Already you have a son in the name of Jesus Christ, the Son of God, who is interceding for you. Seated in the right hand of God, interceding for your life. Wewe si mtu wa kukula makombo. Wewe si mtu wa kukula vitu ambavyo ni vichafu vichafu. Wewe si mtu wa kukunywa na kukula vitakataka. Wewe si mtu wa kutembea na vitakataka vitakataka. Wewe ni mtu wa kukaa in the glory of God. Wewe ni mtu wa kukula matunda fresh kutoka kwa shamba. Wewe ni mtu wa kukula madharo nimetaka madharo kutoka kwa shamba fresh. Si ya kuwekwa kwa fridge. Yes. Kula kitu fresh from heaven, from your Father. It's my Father. Anasema in my store, in my house there is plenty. In my house there is plenty. Tell your neighbor, ni kutoka sasa. Tell your neighbor, from today, mwambie wewe, naona wewe ni kama Lutu. Mwambie wewe ni Lutu, ondoka kwa maisha yangu. Get out of my life. Hako ka lifestyle umezoea, kaambie wewe ni Lutu. Hiyo kazi ambayo imekukalia, iambie wewe ni Lutu. Hawa watu ambao wamekukalia, waambie wewe ni Lutu. Kwenye hapo unafanyiwa madharau kwenye employment, waambie wewe ni Lutu. Out. Waambie wakuondokee. Tell them to get out of your life. Yes, and your eyes will open. The moment they get out of your eye, macho itafunguka. Ndio utajua kaskazini ni kwako, kusini ni kwako, magharibi ni kwako. Yani akaambiwa mahali macho yako inafika. Unajua alienda mpaka mahali ilikuwa imefika. Maana ilikuwa imefika Gongo. Akafika Gongo akaona Suswa. Akaenda Suswa, akafika Suswa, mlima wa Suswa, akaona Narok. Akafika Narok, akatapa kwenye milima ya Narok, akaona Tanzania. Akaenda Tanzania akajikuta kwa Suluhu Hassan, akaambiwa nitakuua. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse number 6. Verse 16. Oh. Wazawa wako, yani generation. When you are commanding the blessings from God, and when you are doing the right things in the right places, you command the blessing not for you only, but for your generation. Wazawa wako nitawafanya wewe wengi wasiohesabika, kama vile mavumbi ya nchi yasiyoweza kuhesabika. Hello. Because of just being obedient to God and obedient to the process of God, wazawa wako, mwambie huyo mama amke kidogo, ainue kichwa kidogo, ninafundisha. Dorali niangalie sasa. Wazawa wako, sema wazawa wako, yani your generation, they will get the blessings, they will be blessed, wataongezeka. Yani nikwambia nitakuongeza, nitakufanya maradufu, nitakuzalisha. You will conquer every mountain, you will conquer every situation, you will conquer every move of your life, you will win every battle. They will never stand against you. Nakwambia, because of me, sema because of me, going back to God, we are going to conquer.
I am going to conquer. Nothing, no obstacle, no obstacle. Sema no obstacle. Hakuna kitu kitanizuia. Hakuna mipango yoyote walioinua ambayo itazuia kazi ya Mungu ndani yangu. Hakuna challenge yoyote itainuka iniweze. Hakuna mwanaume ataniinukia. Hakuna mwanamke ataniinukia. Hakuna wachawi wataniinukia. Hakuna warogi watainukia. My devil worshiper hawataniona. Oh, my Illuminati hatawaniona. My ex-satanist hawataniona. Oh, malaya na makonkoko na makwerekwere hawataniona. Maana I am in the plan of God. Hawatakuona. Matigo kuona. Ambia mwenzako hapa. Mwebu muulize, unaniona? Unaniona? Just be in the plan of God. You just get into the places of God. You get into the plan and the systems of God. And nobody, no mountain against you. No weapon fashioned against you that will prosper. And because of that, the ten is sadaka zenu hapa. Yes, if you believe you belong here, let us sadaka yako hapa. Lakini if you believe you don't belong here, keep it to yourself. Because it is a waste. Tumeambiwa hapa na Biblia. Yes, tumeambiwa na Biblia. Imetuambia mahali Mungu amechagulia, mahali Mungu amekuchagulia, utapata faraja, utapata roho safi, utakaa kwenye mapenzi ya Mungu. You be in the will of God. You will excel. Utafanikiwa. Tusome verse number 17. Tuendelee kutoa sadaka, na mnatoa sadaka nono sasa. Nono. Si mnaona mambo imebadilika? Kama ulikuwa unatoa 500 unatoa 2,000. Yes. Hiyo maneno ya kukaa hapa kuja na umaskini. Say it no from today. Say it no from today. No from today. Nedoda hujeria. Say it no from today. No from today. Umasikini, kuteswa, kunyanyaswa, kudhulumiwa. It's from today. Basi fanya nini? Simuinuke basi. Basi inuka. Wapatie bahasha. Wapatie. Na si uchukuage bahasha, unaweka 50 alafu unaweka mate yako ya kufunga hiyo bahasha. Nakuta mtu ameweka, kuna mwingine niliona juzi ameweka kikaratasi hapo ndani na anakuja people are daring na ananiletea kikaratasi na amepaka mate. Basi inuka, utembelee nchi hii katika mapana na marefu, kwani nitakupa wewe. Yani it is a promise. Inuka, utembelee nchi hii katika mapana yake na marefu yake, kwani nitakupa wewe. I'm going to give you this country. Remember, this man has been struggling over a piece of land. Hallelujah. I may struggle because of a piece of land, only to be told by God, all this land belongs to you. You've been struggling because of something small. You've been struggling because of your neighbor who has been a nuisance in your life. You've been struggling because of that person you thought is a person who came to help your life. Kumbe ilikuwa an idiot that was sent to come and derail you. That you have wasted your years of marriage. You are no longer married. You are not married because you believed in somebody. Or you are no longer in business because you believed in your uncle. Or you believed that an uncle is going to give you. Kuna mtu wenu wako America mwenye atakupatia pesa ndio ufungue biashara, and you believe in them. Na unangojea, kumbe huyu alikuwa na kuhandaa tu. They are not for you. Kumbe kuna mtu alikuahidi kazi, na kumbe kazi hiyo haikuwa. God had already created for you a job. And you started believing in those people instead of waiting upon God, instead of waiting for God to deliver you, only to come and discover you have wasted your 15 years for nothing because of that woman that you hanged on, that man you hanged on, that business you hanged on, that ministry you hanged on, that wherever you are, whatever you are doing, where you hanged on, waiting and thinking that these things will come right. Kumbe it was a waste of time. That person was sent into your life to come and derail the mission of God in you. But today God has assured with us that ataondoka na sisi, that atatembea na sisi, that ya kwamba hata tuongocha nyuma, because we have agreed to
remove the lotus of our life. How many of you know that wameondoa lutu kwenye maisha yao? Yes, thank you. God bless you. Now that lutu has been removed, you are going to see by yourself. The greatness of God. You are going to see by yourself how God is powerful in your life. You are going to see by yourself how foolish you've been. Yes, because some of us, you discover today, because all that you wanted that belonged to you was with you. Kumbe hii shamba yote hii mwanapigania ni yake. Imagine. Urahuragia na kihe gyaku, kihe kya murugu, kihe nikyo murarua nake. Hello. Uko ya jogoma urage, yani unachukua fibo unaua mosquito iko kwa uso yako na fibo. Hallelujah. Kumbe this battle you won long time ago, but you didn't know that you won the battle. Kumbe you conquered the city long time ago, but you didn't know that you conquered. Kumbe you conquered the nation long time ago, but you didn't know because you had somebody who derailed you. You had somebody who diverted you. You had somebody around you who came to bring the veil to obstruct you. Praise be the name of God. And this is the season, this is a time to make a change of your life. And from today, I want to prophesy to your life. I want to prophesy to your life. Basi inuka utembelee inchi hii katika mapana na marefu, kwani nitakupa wewe. May God give you all that deserved of you. May God give you everything that you need in your life, that which he created you for, that which he created. If it is a husband, may God give you the right husband of your life. If it is a wife, may God give you the right wife of your life. If it is your business, may God give you the right business that you need to do. If it is an employment, may God give you the right employment for your life. If it is ministry, may God locate you where you are supposed to be. May God locate you with your blessings. May God make you feel the blessings that he showered upon you. May all your enemies be defeated in the hands of God. May everything that was created against you may be distracted, be destroyed in the mighty name of Jesus Christ. May you receive the greatness of God. May you receive the favor of God. May every door that was shut against you be opened in the mighty name of Jesus Christ. May every string that was created, every mountain that was lifted, and every valley that was created against you, may the valley be filled, the mountain be leveled, the strings be cut. May the blindness that is put in your eyes be removed in Jesus' mighty name. God bless you. So let us have situkwe na kirosho kidogo tuchape, maana sasa tumeshinda. Bethel Clouds TV, empowering lives. 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 Bethel Clouds TV,